rais wetu atakuwa anatimiza ahadi yake. Kwa mbaroni hiyo jana. Naam, mwanaume huyo kwa jina Chepkuli anadaiwa kwamba anaendesha shughuli katika kituo hicho cha polisi ambako pia kina seli na pia anawafunga watu na pia ana gari ya aina ya Probox yenye rangi za AP, na pia inasemekana kwamba wananchi wamekuwa wakisikia ama wakisifia utendakazi wake katika kaunti hiyo. Basi tupate kupokea ripoti hiyo jinsi ambavyo mambo yaliendelea katika video ambayo utakuwa unachezewa kwa sasa hivi. Basi katika video ambayo unaiona pale ni majibizano kati ya mwanamke mmoja ambaye anadaiwa kwamba alikuwa ameshtakiwa katika kituo hicho cha polisi chake Kirui, ambaye kwa jina lingine anajulikana kama Collins Leitich, pia anajulikana kama OCS Chepkuli, na amekuwa akiendesha eneo hilo la polisi kwa muda sasa, jinsi ambavyo ametaja, kwa muda wa miezi 6. Ametiwa mbaroni na tutakuwa tunaona ni kipi kile ambacho kitakuwa kinaendelea kutoka kwa serikali, hasa vitengo vile vya usalama hapa nchini Kenya. Na Jeff, pia tukiongezea ni kwamba ama kitu cha kushangaza ni kwamba serikali walikuwa wanajua kwamba kituo hiki kiko ama kipo na pia kuna gari hili, na pia walikuwa wanajua kwamba Chepkuli ama Chepkuli amekuwa akifanya shughuli hii ya kuwashika watu ambao wanafanya makosa mahali ambapo wanaishi hapo Keses. Na hilo ni la kushangaza kwa sababu mbona hakutiwa mbaroni wakati ambapo serikali ilijua? Na ni swali ambalo limekuwa likiulizwa zaidi na gari lile la aina la Probox ambalo amekuwa akilitumia. Hatujaona maafisa wa polisi wakitumia gari hilo la aina la Probox, na yeye amekuwa akilitumia kwa muda, na basi sema kwamba siku za mwizi ni 40. Lakini alikuwa anapitia wapi? Kenya ina vijimambo. Na nadhani kwamba ikiwa kwamba mtu anafikiria kufanya jambo fulani, nadhani hapa Kenya mambo mengi tu hufanywa, ni mengi ambayo hayafiki katika vyumba vya habari, yazungumziwe jinsi ambavyo tunayazungumzia haya tunapoendelea kusonga mbele. Na kwingine na kwingineko katika taifa za kimataifa ni kwamba kitengo maalum cha wanajeshi wa Uganda kimetumwa katika mji mkuu wa South Sudan ama Sudan Kusini ili kuleta amani. Inadaiwa kwamba kuna mzozo kati ya Rais Salva Kiir na makamu wake Riek Machar, ikitokana na kuzua hofu Sudani Kusini kurejea kwenye vita vya wenyewe kwa wenyewe. Pia kwamba hayo ni kwa mujibu wa jenerali wa jeshi la nchi ile ya Uganda, Bwana Muhoozi Kainerugaba. Basi katika taarifa hiyo Jacinta, ni kwamba nchi ya Uganda ina usohefu ama urafiki wa karibu sana na nchi ile ya Sudan, ambako tumeona jeshi la nchi hiyo limetumwa katika nchi ile ya Sudan kuhakikisha kwamba vita vile ambavyo vitakuwa vinazuka ama chiza ambavyo wanakisia kwamba huenda kukazuka vita kati ya rais ama wendani wa Rais Salva Kiir na makamu wake Riek Machar, kwa kwamba ni kutoelewana. Viongozi wa Afrika kidogo kuna mambo ambayo haswa kwa uongozi kidogo hakubaliana na kisiasa jinsi ambavyo mambo yanaendeshwa. Wewe unataka jambo hili liende hivi na mwingine anataka kivingine, basi kutoelewana kunapelekea machafuko kutokea. Lakini tutakuwa tunafuatilia hayo tuone katika nchi ile ya Sudan na pia jinsi ambavyo pale wanajeshi wa nchi ya Uganda wametumwa katika nchi hiyo ya Sudan Kusini. Tuangalie ni kipi kile ambacho kitakuwa kinatokea. Je, machafuko hayo yatatokea ama amani itakidhiri?
ikiwa kwamba ni ombi letu amani iwe, kwa sababu ikiwa kwamba amani hakuna, vita vya wenyewe husababisha maafa na pia uchumi kudorora katika nchi za Kiafrika. Na ni kuomba kwetu kwamba viongozi hawa wataweza kuelewana ili waweze kusaidia siasa katika zinaitwaje, katika maeneo yao ambao wanaongoza, tuseme kama ni Uganda ama iwe Sudan Kusini, waweze kuja pamoja, waweze kuelewana, kwa sababu yote yanawezekana kwa kuongea tu na kufika kwenye utaratibu ambao wanafaa kuwa nayo, ili waweze kupata suluhisho katika changamoto hizi ambazo zinaendelea katika Sudan Kusini. Basi tunapoendelea kusonga mbele, mpenzi mtazamaji, utakuwa unatufuatia katika mitandao yetu ya kijamii. Pale Facebook utatupata kama Ndizi TV News Digital, na pia pale X account ama pale Instagram utupate kama Ndizi TV News. Usisahau kwamba upande ule wa YouTube utatupata kama Ndizi TV News. Tovuti yetu www.ndizitv.co.ke. Na kwengineko basi usisahau kutuma ujumbe mfupi na pia kutuma ujumbe kupitia mtandao wa WhatsApp kupitia nambari yetu ya studio 0792192834. Nirejelee tena 0792192834. Naam, na nilikuwa nataka kwanza tuzungumzie kidogo siasa nchini Kenya. Kwa sababu tumezungumzia hapa kiongozi wa chama cha ODM Raila Odinga kusema kwamba yeye ni yule yule. Tumeona kwamba ni kama Raila Odinga ameanza kuogopa kidogo, kwa sababu ameanza kutetea sana muungano wake wa Rais Ruto pamoja na yeye, akisema kwamba yeye ni yule yule, bado anatetea haki za kibinadamu humu nchini Kenya, na pia amesema kwamba kiongozi huyu ama anataka kumpatia Rais Ruto nafasi ya kujionyesha kwamba pia yeye anaweza akatimiza ahadi. Lakini hatujajua kwamba mbona kwa sasa Raila Odinga ameanza kusikia ni kama ama ameanza kusema ni kama kwa sasa anaogopa, ni kama alifanya kitu ambacho hakifai kufanywa, ama wewe unaje? Nayo yametokea tu ni baada ya yeye kuzunguka hapa nchini kwa minajili ya jinsi ambavyo walisema kwamba ni kukusanya maoni kutoka kwa Wakenya. Ukumbuke kwamba jambo kuu pale walitaja ni kwamba wanawahusisha vijana swa wa Gen Z, ni kipi kile ambacho wangependa yeye afanye. Na nadhani kwamba Wakenya wengi wanakataa kukubaliana na lile ambalo yeye amelifanya, kwa sababu walikuwa wanadhania kwamba atafanya kinyume na jinsi ambavyo alifanya. Kiwa lile ambalo lilishuhudiwa katika eneo hili la Gusii siku ya Jumamosi, samahani, siku ya Jumapili, katika uzinduzi wa mavazi mapya ya timu ile ya Shabana. Tuliona vijana wakipiga kelele pale na hakuzungumza sana. Ndio. Na hiyo siku ya jana tumempata ama tumemsikia kinara huyu wa chama cha ODM akizungumza katika eneo lile la Kiambu, na kuna mengi tu ameyataja kwamba yeye ni yule yule tu, hajabadilika na hata kosa kuwatetea wananchi, ikiwa kwamba ni jambo la kwanza ambalo alilitamka pale, na atakuwa akiendelea kupigania haki za Wakenya pale ambapo alitaja kwamba haifanyi kazi vizuri. Na nadhani kwamba serikali, jinsi ambavyo alitaja, serikali itashughulikia jambo hilo na kuhakikisha kwamba ripoti ile ya NADCO imeafikiwa ama imetimizwa jinsi ambavyo walikuwa wameafikiana. Na basi tutakuwa tunangoja tuone ni kipi kile ambacho kitakuwa kinaendelea hapa nchini, ikiwa kwamba ni mixed reactions ama maoni tofauti kutoka kwa Wakenya. Kuna wale ambao wanamuunga mkono, kuna wale ambao kidogo wanasema Raila Amolo Odinga hajafanya vizuri, amefanya vibaya. Na kwa sasa kwa hayo maoni ama jinsi ambavyo umesema, maoni tofauti kutoka kwa Wakenya, tuliona ama tumekuwa tukijua kwamba Kisii imekuwa ni nyumbani kwake Raila Odinga, ama imekuwa ni eneo ambalo limekuwa likimpa ufuasi mwingi sana katika siasa za nchini Kenya. Na kwa sasa wakati alirudi mjini ama aliporudi Kisii siku hiyo ya kuzindua sare za Shabana iliyokuwa ni siku ya Jumapili wiki iliyopita ama wiki hii, ni kwamba tuliona kwamba vijana hawakuwa wanataka kumsikiza, wakisema kwamba amewasaliti.
wakisema kwamba Raila aliwasaliti kwa kuungana na Rais Ruto, kwa sababu vijana wamekuwa wakimpinga Rais Ruto pamoja na serikali yake, wakisema kwamba Rais Ruto pamoja na serikali yake haifanyi yale ambayo iliahidi. Lakini pia tukiangalia pia katika sehemu hii ya vijana, tuliona kwamba Gen Z walienda kuandamana mwaka uliopita. Na kwa sasa tukamuona mmoja wa Gen Z ambaye pia alikuwa anasema kwamba yupo na Gen Z, lakini kwa sasa pia vijana wameanza kumuona kidogo, ambaye ni Kasmuel tulimuona alikuja uwanjani pamoja na Raila Odinga siku hiyo ya Jumapili, kwenye kiwanja ama uga wa Gusii Stadium, lakini hakuweza kuzungumza chochote, hakusema chochote. Nilikuwa nadhani labda Raila Odinga angempa nafasi ya kuzungumza ama azungumzie vijana ili aweze kumsaidia baba katika kufikisha ujumbe. Naam, kufikisha ujumbe kwa vijana, kwa sababu tunajua kwamba Kasmuel amekuwa akitetea pia haki za waliopoteza uhai wao siku ile ya maandamano ya Gen Z, na pia hapo mbele kufuatilia, lakini sasa kidogo pia vijana wameanza kumuona kidogo, wanamwangalia kwa umakini, kwa sababu mbona ameingia kwenye chama, kwa sababu tulikuwa vijana hao walikuwa wamesema kwamba wako leaderless, hawana kiongozi, hawana chama chochote, hawana nini, walikuwa wanasema hawana pia kabila. Ni kweli. Naam. Na hilo lilidhihirika tu wazi wakati walijiunga kwa pamoja wakitoka sehemu mbalimbali hapa nchini na kufanya maandamano ya kupigania haki zao pale. Na tunapoendelea kusonga mbele, Jacinta, ni kwamba wengi wanauliza maswali, je, ndoa kati ama muungano kati ya kiongozi wa chama cha ODM Raila Amolo Odinga na pia kiongozi wa nchi William Samoei Ruto ni usaliti mkubwa, jinsi ambavyo Wakenya wameendelea kuzungumza katika mitandao ya kijamii tunapozidi kusonga mbele? Nadhani kwamba kuna baadhi ya mashabiki ambao wametuma jumbe kupitia mtandao wetu wa Facebook pale kama Ndizi TV News Digital. Na pale mtandao wetu wa YouTube utatupata kama Ndizi TV News. Basi tukipitia baadhi ya jumbe zile ambazo mmezituma pale, naona Eric Osoro anasema kwamba anafuatilia kutoka eneo la Ritaro Keumbu. Habari ya asubuhi nzuri sana ndugu Eric Osoro. Na pia namuona Shantari Mora anasema kwamba good morning, anafuatilia kutoka maeneo ya Baharin moja kwa moja hadi hapa nyumbani Kenya. Na pia namuona pale Julius Omosomba anasema pamoja kutoka Amakara Matutu Settlement Scheme, Nyamira County. Na mwingine anaitwa Anunda Robin anasema following live from Hawaii, Tokyo, Japan. Okay. Ni kuwahimiza tu na kukuambia wewe mpenzi mtazamaji, kwa yale ambayo tunaendelea kukuarifu asubuhi hii ya leo siku ya Jumatano, tutumie ujumbe wako katika mitandao yetu tofauti ya kijamii, ikiwemo Facebook ambako tuko live, utupate kama Ndizi TV News Digital, na pia pale kwenye YouTube tupo live at Ndizi TV News. Naona pale kuna jumbe ambazo imefika pale, anajulikana kama Embu Sorengia kutoka maeneo ya Bonchari Bomwancha, anasema kwamba ako ndani na Honorable Doris Donya, Toto Aburi, Honorable Isto Kenyuri, Fred Onduko, Mwalimu Ignatius Simba Tuma na Victor Sabonsi Magoto, anasema kwamba hao wote waingie katika kipindi chetu cha Pambazuko. Na pia tunapozidi kusonga mbele, kumbuka utatuma ujumbe mfupi na ujumbe wa WhatsApp kupitia kwa nambari yetu ya studio. Nambari ni 0792192834, 0792192834. Na pia tukizungumzia kidogo baadhi ya taarifa, kwa sababu kwa sasa unajua tumekuwa mkoa, wewe mpenzi mtazamaji, na tunataka kujua maoni yako ni yapi. Kwa sababu pia tumezungumzia Rais Ruto na ahadi ambazo amekuwa akiwapa wa Kenya, na hapa ambako aliahidi chapati ama machine
ya kutengeneza chapati milioni 1. Ni kitu ambacho Wakenya wamekiona kama kejeli, wamekiona kama hizi ni ahadi zingine tu ambazo Rais William Ruto amekuwa akisema na hatafanya. Lakini ukiangalia pale hakuahidi tu inaitwaje chapati peke yake ama hiyo machine peke yake ama hicho kifaa katika shule hizi za Nairobi, kwa sababu alisema ahadi hii alipatia kwa wanafunzi wanaosomea Nairobi. Akasema kwamba atakuwa anatengeneza chapati, atawapa kifaa cha kutengeneza chapati milioni 1 kwa siku. Na kwa sasa tuchambue kidogo. Kwa sababu hesabu hiyo ya kutaka kujua chapati milioni 1 zitatengenezwaje. Kwa sababu tunajua chapati haitengenezwi tu. Unahitaji unga, unahitaji mafuta, unahitaji gas ama unajua moto. Ndio. Ukiangalia sasa inahitaji unga. Ndio. Unga ambao utahitajika ni kidogo tu, tuseme unga moja tupatie kama chapati. Unapika unga moja wa kilo 2. Unapika chapati ngapi kutoka huko? Unaweza toa wewe mwenyewe chapati 10 hivi kulingana na jinsi ambavyo wewe unapika na ikiwa ni ukubwa wa chapati ile ama udogo wake kidogo pale zinaweza toka 10 15. Si mbishi sana mimi, lakini nadhani kwamba hivyo ndivyo zitakuwa zikitokea. Lakini pia kuna wale ambao tuseme unga moja wa kilo 2 wa chapati ama wangano, unga wangano. Kuna wale ambao wanapika chapati 30 kutoka huko, kuna wale ambao wanapika chapati 25. Lakini tuseme 25 hivi katika kwenye unga huo, ili chapati iwe standard. Tuseme tu isikuwe ndogo sana na isikuwe kubwa sana. Kwa hivyo inamaanisha kwamba tutatumia pakiti 40,000 kupika chapati milioni 1. Roughly 40,000 kupika chapati milioni 1. Ndio. Hiyo ni hesabu ya pakiti ama unga wa ngano ambao utahitajika. Baada ya hapo tunahitaji nini? Tunahitaji mafuta. Mafuta ambayo tunatumia, najua kwamba wengi hatutilii mkazo wakati tunapika ili tuone mafuta ambayo tunatumia yanatoshanaje, lakini estimates ambazo zimetolewa, hizo ni estimates peke yake. Ukitumia paketi 40,000 tutasema labda utatumia mafuta lita 20,000 kwa siku. Katika kutengeza chapati hizo milioni 1. Pakiti 40,000, mafuta 20,000 lita. Lita 20,000 ndizo zinaweza tumika. Basi swali kuu likiwa kwamba pesa hizi zote zitatoka wapi, ikiwa kwamba baadhi ya miradi ya serikali na miundo misingi imekwama, ikiwemo kwamba tukiangalia katika hali ya elimu hapa nchini Kenya kidogo walimu hawatoshei kufunza wanafunzi na pia kidogo pato lile ambalo wanapewa wanalalamika. Hospitalini wauguzi na madaktari kidogo pale wanateta hawapati. Serikali inatoa ahadi na haijahitimisha ahadi zile ambazo imezitoa, lakini ahadi ambazo rais anaendelea kutoa haswa katika mizururu yake ya kisiasa hapa nchini Kenya kwa kile ambacho kinatajwa kwamba ni kuzindua miradi tofauti ya maendeleo maeneo tofauti hapa nchini Kenya, kwa kwamba sasa hivi yako kaunti ya Nairobi. Na natumai kwamba kufikia mwisho wa wiki hii basi kuna kwingine ambako atakuwa anaelekea na hafla hizi ambazo anaendelea kuzifanya. Kumbuka kwamba katika safari zake ambazo anafanya yeye kama rais hapa nchini Kenya sinagharimu Mkenya pesa fulani ambazo zinatumika. Kumbuka kwamba akienda pale haendi peke yake, utoka na maafisa fulani katika serikali, ikiwa kwamba ni naibu wake, baadhi ya wabunge, security details pale, mawaziri wapo kama kuna maeneo fulani anaelekea, ikiwa kwamba hawa wote kuna pesa ambazo wanatumia kuchaza gari mafuta, vyakula ambavyo watakuwa wanakula pale, mikutano ambayo wanafanya na pia wengine hutumia ndege angani tu kwa kutumia helikopta hapa na pale. Basi ikiwa kwamba ni swali ambalo limekuwa likiulizwa na wengi, pesa hizi zinatoka wapi?
lakini za kufanya maendeleo yale ambayo yanamfaa Mkenya wa kawaida hayajafanyika kwa kina. Lakini pia kwa sasa najua kwamba Wakenya wamekuwa wakizungumza, nikiongezea tu Jeff kwa yale ambayo umezungumza, kwa ahadi hizi ambazo Rais William Ruto amekuwa akiwapa. Wakenya wanauliza kwamba mbona Rais Ruto aamue kwenda katika sehemu hii ama kuelekea kwenye barabara hii ya kupeana pesa kwenye makanisa, ama kupeana tu pesa. Ni kama anapatia, kwa sababu chapati hizi milioni 1 pia zitahitaji pesa nyingi. Ndio. Kutumia pesa hizi kuwapa wanafunzi chapati, ama kuchukua tu hela hizi ambazo wanafunzi hawa wanafaa, kwa sababu kuna wanafunzi watakula lakini walimu wagome. Wanafunzi wanaweza kula walale darasani, lakini mwalimu pia hajalipwa. Kwa sababu walimu pia tumekuwa tukiona wakigoma, wakisema kwamba serikali haijawalipa kwa miezi 2, miezi 3. Mbona serikali isichukue pesa hizo? Tuseme Rais William Ruto aseme kwamba badala ya chapati hizi milioni 1, acha nichukue hizi pesa nizipatie kwa kitengo kile cha TSC, ni waongeze hela hizi ili waweze kusaidia walimu shuleni, ama kuajiri walimu wengine wengi, kwa sababu tunajua walimu wanafunza na wengine ni wachache kwenye mashule tofauti tofauti. Mbona chukue pesa hizi, aseme kwamba hizi hela ni zangu, kwa sababu pia zinaweza kuwa zake. Ndio. Aseme kwamba hizi hela ni zangu, lakini kwa uzuri, kwa sababu nataka nchi yetu ya Kenya isonge mbele. Nataka hela hizi milioni 20 kwa sababu napeana kwenda kanisani. Wacha nipatie watoto ambao hawana manyumba, hawana makwao, niwalete pamoja, niwajengee nyumba pale Kibera, niwape nyumba hizo. Watakuwa wametoka kwenye streets. Kumbuka kwamba jinsi ambavyo umeyataja hayo, kuna wanafunzi wawe vyuo vikuu, wawe shule za upili, shule za msingi, pale kidogo wazazi wao hawajimudu kuwalipia karo shuleni. Kidogo inakuwa ni changamoto. Basi serikali ingekuwa inafanya jinsi ambavyo Mkenya wa kawaida anahitaji. Na jana tukazungumza kwamba iwapo wanafanya public participation, ama kuwahusisha Wakenya kutoa maoni kwa kile jambo ambalo linapaswa kufanywa, basi ingekuwa rahisi zaidi. Unaelewa ni wapi pesa hizi utaziweka na zitakuwa zinafanya kazi gani. Lakini pia ni kupenda kwake Rais William Ruto, kwa sababu unajua hela kama ni zako unazitumia jinsi ambavyo unataka kuzitumia. Na kama Kenya hatuna pesa, ni sawa, tutaishi kwa yale madogo. Basi tunapendelea kusonga mbele, zikiwa zimekatika dakika 52 baada ya saa 12 masaa ya Afrika Mashariki. Kidogo nikupeleke katika rubaa za kimataifa, ya kwamba taarifa zile ambazo tunazipata ni kwamba wakuu wa nchi na serikali za mataifa mbalimbali barani Afrika kuanzia Alhamisi wiki hii basi watawasili jijini Addis Ababa nchini Ethiopia kushiriki kwenye mkutano wa 38 wa Umoja wa Afrika kujadili masuala mbalimbali na na pia uchaguzi ule ambao ulikuwa umefanywa ili kuhakikisha kwamba anaapishwa na kuanza kazi yake pale. Na kwingineko tunapoendelea kusonga mbele ni kwamba Ukraine imekubali pendekezo la Marekani la kusitisha mapigano kwa kipindi cha siku 30 na kuchukua hatua za kijeshi za kurejesha amani ya kudumu baada ya uvamizi wa Urusi, kwa mujibu wa taarifa ya pamoja kutoka kwa Marekani na nchi ile ya Ukraine pale, kwa kwamba inaripotiwa kwamba sasa Washington itarejesha ushirikiano wa habari za kijasusi na baada ya awali kutangaza kuondoa mpango huo kutoka ama kushirikiana na nchi zile za nchi ile ya Ukraine pale. Na pia wanazungumza kuhusiana na mchezo ambao ulichezwa jana kati ama matumaini ya Liverpool kushinda taji la klabu bingwa barani Ulaya yamepigwa breki baada ya kupoteza bao 4-1 kupitia mikwaju ya penalti dhidi ya PSG, kwa kwamba walitoka pale wakiwa na bao moja peke yake. Nadhani kwamba ni spoti, tutaangazia baadaye pale, ikiwa kwamba tutakuwa tunarejea katika magazeti. Na pia sijui top
top scorer samahani atazungumza nini kuhusiana na hilo, mchezo ambavyo alikuwa amechambua hilo na kusema kwamba Liverpool itakuwa ina hakikisha kwamba imebeba kombe hilo, ikiwa hapa wanatuweza kwamba kidogo wametiwa breki kabisa. Naam, top scorer atakuwa anatuelezea hayo katika sporti, lakini kwa sasa najua kwamba muda unazidi kuyoyoma. Ni dakika 55 juu ya saa 12 asubuhi, ikiwa siku ya leo ni siku ya Jumatano tarehe 12 mwezi wa 3 mwaka huu wa 2025, ambako tunaendelea na kipindi chetu cha Pambazuko ili tuweze kukuarifu yote ambayo yanajiri nchini Kenya, tukikuelezea tu kidogo na pia tukichambua taarifa ambazo zinaendelea kupewa kipaumbele nchini Kenya. Lakini kwa sasa tutaenda kwenye mapumziko madogo, kwa sababu tunafaa tukuchambulie gazeti magazeti tofauti tuone kwamba ni taarifa zipi zile zimepewa kipaumbele, ili nawe tuweze kukujuza kwa wingi na kwa undani kabisa. Mimi naitwa Jacinta Nyabeta. Nami naitwa Jeff Nyakundi. Tunaenda mapumziko mafupi, kisha baadaye tutakuwa tunarejea kuangazia yaliyomo magazetini. Umekuwa ukitafuta chuo ambacho kipo mahali tulivu, cha kisasa na kinachotoa mafunzo yatakayokuwezesha kupata kazi nyakati hizi, na kina walimu waliohitimu. Bahas Camel Park Training College ndicho chuo hicho. Wana courses za diploma na certificate kama housekeeping management, tourism management, food and beverage sales management, fashion design, cosmetology, information communication technology, graphic design, film production, broadcast journalism, marketing management, business management na zingine nyingi. Pia wana short courses kama vile computer packages, front office management, digital marketing, video editing na zingine nyingi. Admission inaendelea. Mwandikie barua msimamizi mkuu wa chuo hicho pamoja na vyeti vyako vya KCSE au result slip. Pia unaweza jisajili mtandaoni kwa tovuti yetu ya www.camelparkcollege.co.ke au upige simu kwa 0755386594 au 0753915354. Tupo katika barabara ya Kisii Kilgoris. Camel Park Training College, empowering excellence, inspiring innovation. Ujambo mpenzi mtazamaji wa Ndizi TV, karibu kwenye kipindi Viwanjani kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 8 hadi saa 10 jioni. Hapa Viwanjani nitakufahamisha yote yanayojiri kwenye ulingo wote wa spoti. Mpenzi mtazamaji, mchezo wa badminton ni baadhi ya mchezo ambayo tutaangazia kwenye kipindi Viwanjani kuanzia saa 8.
Usikose kuungana nami James the Top Scorer niweze kukata kiu yako kispoti. Karibu viwanjani. Shule ya kutoa mafunzo ya uendeshaji wa magari ya Rocky Driving School wana huduma mbalimbali za mafunzo ya uendeshaji wa magari. Unaweza jifunza class A2, B1, B automatic, B professional, C light truck, D1 ambayo ni PSV, uendeshaji wa matatu 14 sita, D2 PSV, uendeshaji wa magari ya aina ya bus, CE heavy truck, F PWD kwa watu walio na ulemavu. Pia wana short courses za PCD na B executive. Uzuri wa kujifunza kuendesha gari na Rocky Driving School ni kwamba classes zao ziko flexible kabisa na ni wakati wowote kwa siku. Wako approved na shirika la NTSA. Kuna mafunzo ya kuendesha mezani, wana basic mechanics, basic first aid na mengine mengi. Mjini Kisii wapo jumba la Market Plaza next to Uhuru Plaza. Nyakoe wako Kiuge Junction. Nyamira Rocky Driving School wako at Manga Building Sama Petrol Station, na Ugembo wako mita 100 kutoka barabara kuu ya Mosora, na pia wako Kilgoris Town. Wana special offers kwa Form 4 school leavers. Kwa mengi zaidi mpigie simu manager wa Rocky Driving School. At the end of the day, the goals are simple: safety and security. Welcome to Young Force Services K Limited, where we provide high-quality technology-based security services such as alarm systems, CCTVs, fire backups, and many more. We believe security begins with warm attitude and a productive relationship with the people. At Young Force Services K Limited, we offer biddable prices for residential properties, industrial properties, commercial properties, institutions, and hospitals. We are committed to providing reliable quality protection to a variety of industries through custom design strategies, expertly trained security guards, and excellent customer services. For more information, call 0795 518 989 or 0735 364 418 or 0781 518 989. Email youngforceservicesk@gmail.com or onemwell123@gmail.com or info@yfsltd.co.ke. Visit our website www.yfsltd.co.ke or visit our office in Milimani Estate next to Ogra Foundation or Azimio Business Complex opposite Palmas Hotel. Young Force Services K Limited, we believe in security with a human touch. Huduma zinazotolewa katika hospitali ndizo zitakazomfanya mgonjwa kwenda katika hospitali hiyo. Ram Hospital Kisii wana uwezo wa kutoa huduma mbalimbali zikiwemo out and inpatient, MCH clinic au maternity, consultation, pharmacy, rehabilitation, ultrasound, CT scan, x-ray, dental, optical, laboratory services, major and minor surgery, 24-hour ambulance service, occupational therapy,
physiotherapy, dialysis na zingine nyingi. Unaweza kulipia matibabu kutumia bima tofauti kama vile AON, Minet, Liason Group, AAR, Trident, Britam, Madison Insurance, APA Insurance. Matibabu kwa wagonjwa waliolazwa ama inpatient yaweza kulipiwa kupitia mfumo wa SHA. My name is Robert Ukogai, Business Administrator, Ram Hospital, Kisii. I want to welcome all those people who are registered with SHA to come for inpatient treatment and also dialysis. All services are covered with SHA except outpatient services. Karibu mpate matibabu ya hali ya juu kutoka kwa madaktari na wauguzi wetu. Kwa mengi zaidi, tupigie simu kwa nambari 0705239289 au tutembelee katika mji wa Kisii karibu na Kisii Law Courts. Ram Hospital Kisii. Health first and health always. Basi karibu tena mpenzi mtazamaji, baada ya kuwa kwenye mapumziko mafupi tumerejea tena katika awamu ya pili ikiwa zimekatika dakika 6 baada ya saa 1 asubuhi masaa ya Afrika Mashariki, tunapoingia katika awamu ya pili ya kuangazia yaliyomo magazetini. Basi kidogo pale tunapoangazia magazeti asubuhi ya leo, tutakuwa tunaanza na gazeti lile la The Standard newspaper. Kacheka nini? Nacheka kwa sababu umesema saa 7. Inamaanisha nitaacha hiyo kwanza. Nilikuwa nimeangalia masaa ya nchi nyingine. Samahani. Ni sawa. Mpenzi mtazamaji, karibu tena kwenye kipindi chetu cha Pambazuko siku hii ya leo ya Jumatano, ambapo tunaingia katika awamu ya pili ya kuchambua magazeti kutoka nchini Kenya. Magazeti yenyewe ni The Standard, The Daily Nation na pia gazeti lile la The People's Daily na pia gazeti la Taifa Leo. Naam, tukiyachambua yote, kumbuka kwamba unaweza kutuandikia maoni yako ama unafikiriaje kuhusu matukio ama taarifa ambazo zimepatiwa kipaumbele katika gazeti hizi ambazo tutakuwa tunazungumzia. Katika Facebook tupate @NdiziTV News Digital, pale YouTube tupate kama Ndizi TV News, na pia pale X account Instagram tupate kama Ndizi TV News. Na pia usisahau kwamba utakuwa unatuma ujumbe kupitia ujumbe mfupi ama SMS, na pia ujumbe kupitia mtandao wa WhatsApp kwa nambari yetu ya studio 0792192834. Na pia kwenye tovuti yetu ni www.ndizitv.co.ke ambako tutakuwa tunakuelezea, ama ukiingia katika tovuti hiyo utapata matukio tofauti ambayo tumekuandikia pale ama tumekuwekea pale, ambayo yanakujuza mengi kuhusu yanayoendelea nchini Kenya. Basi moja kwa moja katika magazeti asubuhi ya leo, tukianza na gazeti lile la The Standard newspaper, kwa kwamba siku ya Jumatano tarehe 12 mwezi wa 3 mwaka 2025, gazeti hili lina habari mbalimbali za kitaifa na kimataifa, kwa kwamba hapa nchini ni uchambuzi wa kina wa baadhi ya vipengele ambavyo vipo katika gazeti hili, kwa kwamba taarifa kuu ambayo imepewa kipaumbele katika gazeti hili inataja kwamba Raila grows cold feet, kwa kwamba ni taarifa ambayo ina
imeangaziwa baada ya mchakato wa kuungana kati ya Rais William Samoei Ruto na kiongozi wa chama kile cha ODM, kwamba ni taarifa imeangaziwa kwa kina katika ukurasa wa 4 pale, akitaja kwamba Raila Odinga, kiongozi wa upinzani, ambaye anatoa ishara mchanganyiko kuhusu mkataba aliyokuwa amejiunga nao na serikali yake serikali yake Rais William Samoei Ruto, ikiwa kwamba wengi wanataja kwamba ni usaliti, lakini ile ambalo limepatiwa kipaumbele pale jinsi ambavyo wamezungumza, jinsi ambavyo Rais William Samoei Ruto alianza kumleta karibu huyu kiongozi wa upinzani, pia kiongozi wa chama kile cha ODM, pale wakitaja kwamba rais alianza kumtafuta mwaka 2028 wakati alizindua rasmi kampeni ya kumpigia debe katika kutafuta kiti kile cha wenyekiti cha AUC pale. Na pia tunaona pale mwandishi pia amezungumzia mambo tofauti ambayo chama msimamizi wa chama cha ODM Raila Odinga amekuwa akisema, ambapo pia naona hapa akiwa pale Kiambu siku ya jana, mwandishi amenukuu Raila Odinga akiuliza kwamba mimi nimemsaliti nani? Ambako mwandishi amezungumza kwa lugha ya Kizungu akisema kwamba who have I betrayed? I have betrayed no one. We as ODM have a stand, customs and ideals. Anasema kwamba Raila ni yule tukiangalia hiyo nukuu ambayo alisema, na pia akasema kwamba I have told Ruto that SHA has a problem. It must be corrected. The taxes being imposed on Kenyans are also high, especially one on the houses. Pia hayo ni Raila akisema kwamba SHA haifanyi kazi, ama mfumo wa afya wa SHA haufanyi kazi nchini Kenya, na amemwambia Rais William Ruto, na amemwambia kwamba inafaa kuangaliwa, na pia akasema kwamba tax ambayo Wakenya wanalipa, ama ushuru ambao Wakenya wanalipa kulingana kwenye nyumba, affordable housing, hiyo ndio anasema kwamba pia hizo ni nyingi zinafaa kushughulikiwa. Na pia Raila Odinga amesema kwamba these things cannot be corrected when you are relaxed. You must go inside and tell them what to do, and you place people there to address the problems. Raila anasema kwamba mambo haya yote ama hivi vitu vyote ambavyo haviko sawa ndio zinaweza kushughulikiwa, vitu hivi vinaweza kushughulikiwa, lakini kwa wewe kuyashughulikia unafaa ukue ndani ya serikali na umpe watu ambao watamsaidia, isikuwe tu ni unampiga mawe ukiwa umesimama nje. Na pia katika gazeti hilo yale ambayo wameangazia kwamba tarehe muhimu zaidi ambazo mtazamaji wetu wanapaswa kusifahamu ni zipi hizi, kwa kwamba mwezi wa 7 mwaka jana 2024 pale tarehe 10 ilikuwa ni tarehe muhimu kwa ajili ya mazungumzo ya kisiasa kati ya viongozi hawa wawili, na pia Agosti 27 mwaka huu 2024 ilikuwa ni tarehe ya ziara au tukio lililohusisha na mahusiano ya kisiasa hapa nchini, na pia tarehe 7 mwezi wa Disemba mwaka 2024 ikiwa ni tarehe ambapo Rais Ruto alichukua hatua za kuhakikisha anapata msaada wa EAC kwa ombi la Raila la kuwania nafasi ya wenyekiti wa AU pale. Kwamba hilo limewafanya viongozi hawa kuja kwa pamoja, na jinsi ambavyo umenukuu gazeti hilo, Raila Odinga alitaja kwamba lazima awe katika serikali ndipo ashughulikie haya mambo yote kwa upamoja. Tukiachana nayo katika ukurasa wa pili pia katika gazeti hilo la The Standard, huko juu tunaona salary shocker for workers joining SHA, ambako pia ni kusema kwamba mshahara ama wafanyikazi wanaoingia katika mfumo huu wa SHA watashtuka ama wanashtuka kwa mshahara wao, ambao mwandishi anasema kwamba staff deployed to the SHA ama Social Health Authority from the new defunct NHIF are reportedly demoralized following the huge salary cuts, ambako mwandishi anatuelezea kwamba wafanyikazi wa SHA wanakatwa mshahara wao kwa asilimia kubwa.
Ni kweli jinsi ambavyo umeweka taarifa hizo ambazo zimo katika gazeti hili la The Standard na kwingineko. Tukiendelea kusonga mbele, taarifa zingine ambazo zimechapishwa katika ukurasa wa 5, pale mwandishi anataja kwamba sunroof politics, Ruto engages in earlier campaigns, kwa kwamba wanaangazia ziara ambazo Rais William Samoei Ruto amekuwa akisifanya haswa katika kaunti ile ya Nairobi, kila ambacho wametaja kwamba ni kampeni ambazo yeye anazifanya akiwa juu ya magari mazito. Ni katika makala ambayo yanataja kwamba rais anajitafutia umaarufu huku akiangalia uchaguzi wa mwaka 2027, kwa kwamba jinsi ambavyo mtindo wa kimaandishi umepewa katika gazeti hili la The Standard. Wanaangazia jinsi ambavyo wamekumbatiana kisiasa na zile ahadi ambazo amekuwa akizitoa, aswa akifanya mikutano ya kisiasa ama akizuru maeneo tofauti hapa nchini Kenya, kwa kwamba wiki hii anaendelea na ziara yake katika kaunti ya Nairobi. Naam, ama hizo ni baadhi ya taarifa ambazo zipo katika gazeti la The Standard ambazo zimepatiwa kipaumbele. Na tukisonga mbele katika gazeti jingine ni gazeti la The Daily Nation, ambako tunaona taarifa tofauti ambazo zimepatiwa kipaumbele, ikiwemo taarifa kuu ambayo imepatiwa kipaumbele ni dispute ya Kenya Canadian has sued senior state officials claiming 292 million for backing out deal. Lakini hapo ni nitasemaje, ni taarifa kadogo ambako kamepatiwa kipaumbele katika gazeti hilo la The Daily Nation. Lakini hapo gazeti hili tunaona kwamba Ruto man opens up on 123 million spying software. Ambapo inasema kwamba Mr. Eric Ngeno, President William Ruto's speech writer, has claimed that tycoon Jayesh Sain is prodding triggered a fallout with Kenyan Canadian Mary Washuka over a multi-million shilling spying software. Mr. Ngeno is fighting off a compensation claim by the business woman. Hiyo ni taarifa ambayo iko katika ukurasa wa 4, ambayo inazungumzia kuhusu dili ama pesa. Ndiyo. Kwa sababu tumekuwa tukiona kwamba gazeti hizi zimekuwa zikituambia kidogo kuhusu hela. Eric Ngeno ambaye ni mwandishi wa hotuba ya Rais William Ruto amefunguka kuhusu sakata ya programu ya udukuzi wa shilingi milioni 123. Na pia amesema kwamba kuna mgogoro ulioibuka kati ya mwekezaji wa Kenya na Canada ambaye ni Meru Washuka na mwanabiashara maarufu Jayesh Saini. Natumai kwamba hayo ni mambo ambayo tumekuwa tukiyasikia fununu aswa mwaka jana, mwanzoni mwa mwaka huu, kwamba serikali inanunua mtandao fulani ambao utakuwa unadukusa tu kuchunguza ni kipi kile ambacho kinaendelea. Wakataja kwamba vyumba vya habari vitakuwa vinamulikwa zaidi na mtandao huo, lakini sasa hapo limejitokeza kwamba ni shilingi milioni 123 ambazo zimetumika. Na taarifa hii inatoka wakati sasa unaona kuna mgogoro kati ya huyu ambaye amekuwa akiandika speech zake rais. Kwa sababu maybe kuna jambo ambalo alikuwa ameahidiwa na halijafanyika, hatujui. Jinsi ambavyo mwandishi ameandika katika gazeti hili la The Daily Nation pale, taarifa ambazo utasisoma kwa kina ukilipata gazeti hilo. Na pale tukisonga mbele ni kwamba state wants extra 32 billion to comfort security operations, kwa kwamba ni habari ambazo zimechapishwa katika gazeti hili la The Daily Nation, huku serikali ikiomba zaidi ya shilingi bilioni 32 za ziada kwa ajili ya operesheni za usalama za siri. Hii ni sehemu ya juhudi za kupambana na uhalifu na kuimarisha usalama hapa nchini. Serikali inadai kwamba fedha hizi zitahitajika ili kufanikisha operesheni ambazo zitakuwa na hadhari kubwa kwa usalama wa kitaifa. Na katika ukurasa wa 3 katika gazeti hilo la The Daily
Nation tunaona pale Raila ama kiongozi wa chama cha ODM akisema kwamba it is Ruto who came for me, ambayo ni taarifa ambayo tulianza nayo asubuhi hii ya leo, ambayo rais si rais lakini kiongozi wa chama cha ODM Raila Odinga akizungumza katika matanga ama katika hafla ya mazishi pale Kiambu, akisema kwamba ni Rais William Ruto ndiye alikuja kumuomba muungano, akisema mwandishi akisema kwamba pact aimed at solving the country's problem, akisema kwamba muungano huu unataka kusuluhisha changamoto tofauti ambazo zimo nchini Kenya. Hiyo ni taarifa ambayo iko katika ukurasa wa 7 wa The Daily Nation. Na tunapoendelea mbele, nyuma ya gazeti hili la The Daily Nation pale kuna taarifa ambazo zimechapishwa kuhusiana na shirika lile la kuajiri walimu, Teacher Service Commission, ambako wanaangazia pia masuala ya kiuchumi, lakini lile ambalo limepatiwa kipaumbele hapo ni kwamba Teacher Service Commission inataka kuongeza mishahara ya walimu. Na pale inataja kwamba tupatie zaidi ya shilingi bilioni 17 katika bajeti ya tume ya huduma za walimu ya Teacher Service Commission, ya kwamba ni hatua itahakikisha kwamba walimu wanapata malipo bora kama sehemu ya kuongeza ufanisi wa sekta ya elimu hapa nchini. Kwa kwamba hata hivyo ongezeko jinsi ambavyo mwandishi wa taarifa hii ameielezea pale ni kwamba ongezeko hili linakuja kwa wakati ambapo hali ya kifedha ya serikali ni changamoto. Kwamba siku za nyuma, wiki kadhaa ambazo zimepita, tulimsikia yule waziri wa fedha John Mbadi akisema kwamba serikali haina pesa za kutosha, itakuwa inatoa zile ambazo zikipatikana bado wataendelea. Basi mwandishi hapa anaendelea kusema kwamba kuna maswali kuhusu ufanisi wa kutumia fedha nyingi katika sekta ya elimu, wakati wa masuala ya bajeti ni ngumu kuhusiana, jinsi ambavyo mwandishi ameyaangazia katika gazeti hili la The Daily Nation, kwa kwamba taarifa hiyo utakuwa unaisoma ukurasa wa nyuma wa gazeti hili la The Daily Nation. Naam, na katika masuala ya dini katika gazeti hilo la The Daily Nation tunaona pale mwandishi akisema kwamba Kwaresma ama Lent meets Ramadan in harm of faith, love and devotion, ambako anazungumzia kuhusu Kwaresma ambayo inaendelea ya Wakatoliki na pia mwezi mtukufu wa Ramadhan katika kalenda ya Uislamu ambayo inaendelea nchini Kenya ama kote ulimwenguni. Na pia tunapomalizia katika gazeti hili la The Daily Nation kuna pull out pale ambayo ni DN2 ikiangazia mambo ya uzazi. Pana nataja kwamba parenting iko kwamba ukipata gazeti hili la The Daily Nation, basi gazeti hilo limo ndani utakuwa unaangazia mengi kuhusiana na malezi ya watoto, aswa lile ambalo linamlenga mzazi katika kuhakikisha kwamba mtoto wake amelelewa vizuri na maisha yao yameendelea kuwa sawa. Naam. Na tukimaliza, kwa sababu tumemaliza The Daily Nation, kwa sasa tutaingia katika gazeti la The People's Daily, ambapo taarifa ambayo imepatiwa kipaumbele ni More Raila Men Set for Ruto Cabinet, ambayo tunaona pale picha yake Raila Odinga, na pia mwandishi akisema kwamba ni power deal, ambayo anasema kwamba Azimio leader expected to reap big after changes that will see some ministers show the door, ambayo ni taarifa iko katika ukurasa wa 4. Ni kama kwa sasa mwandishi anazungumzia kuhusu wale ambao wana wafuasi wake Raila Odinga ambao wako kwenye cabinet, wako na yeye, huenda wakapata viti ama vyeo katika ofisi ya rais. Na pale katika picha zile ambazo tunaziona, tunaona aliyekuwa mbunge wa eneo bunge lile la Kitutu Masaba Timothy Bosire, pia akiwa kwamba ni yule wanataja kwamba huenda akapata nafasi hiyo. Na pia tunamuona Peter Munya ambaye pia huenda akapata nafasi katika uongozi wa wizara hapa nchini Kenya katika serikali yake William Samoei Ruto, na pia Rafael Tuju ambaye alikuwa wakati mmoja Secretary General wa chama kile cha Jubilee, na pia wala ambao huenda wakapigwa ama wakatoka ni Health CS Deborah Baraza, huenda akangolewa pale, na pia Public Service CS Justin Muturi, na pia yule Tourism CS ambaye ni Rebecca Miano. Ni baadhi tu ya makubaliano jinsi ambavyo mwandishi anataja pale kwamba makubaliano katika kushare uongozi
wazi hapa nchini Kenya ikiwa kwamba ni muungano ambao ulifanywa wiki jana kati ya Rais William Samoei Ruto na kiongozi wa chama cha ODM. Kumbuka kwamba wakati uteuzi ulikuwa unafanywa wiki chache ambazo zimepita, kuna wale ambao walipata nafasi katika serikali yake William Samoei Ruto. Na tunaona kwamba hawa ni wengine ambao wataingia serikalini iwapo kwamba haya yataenda jinsi ambavyo wamepanga. Na Timothy Bosire, kuna kiti ambacho aliteuliwa kama mwenyekiti wa kusimamia National Transport and Safety Authority NTSA, kisha baadaye akakana kusema kwamba hiyo nafasi ndogo sana kwangu. Na pia tukaona imeleta reactions kutoka kwa viongozi kutoka eneo hili la Gusii. Pale tukamuona yule kiongozi wa Chief Whip Silvana Sosoro akitaja kwamba na akimlaumu sana huyu kiongozi Timothy Bosire kwamba mbona ukatae jambo hilo, ungelikubali kwanza ndipo tusianze kupiga kelele kwamba eneo hili la Gusii hatupewi nafasi ya uongozi katika serikali yake William Samoei Ruto. Na pia katika ukiangalia majina haya ambayo yamepatiwa kipaumbele hapa kwa wale ambao wanaweza kuingia katika ofisi hizi na wale ambao wanaweza toka, tumekuwa tukiangalia ni jambo ambalo limekuwa likiendelea nchini Kenya, kwa sababu tukisema wakati wake Rais Uhuru Kenyatta tulijua kwamba cabinet secretaries ama mawaziri wake walikuwa ni wale wale kuanzia wakati aliingia ofisini hadi wakati alitoka ofisini. Changes zilikuwa kidogo, lakini tumeona Rais William Ruto tangia aingia ofisini imekuwa ni rapsha tu. Imekuwa kukua waziri sio jambo ambalo utajua kwamba mimi kwa sasa waziri huyu hawezi sema mimi nina kazi ya miaka 5. Ndio. Ni kwamba kwa sasa leo nimeamka nikiwa waziri. Kesho sijui kama nitakuwa waziri. Nilimuona yule aliyekuwa waziri wa afya alikuwa Nakumisha. Alikuwa anazungumza kwamba wakati mmoja nilikuwa waziri na nilikuwa natembea vizuri kwa magari mazito. Siku hizi jinsi ambavyo anataja katika mitandao ya kijamii kwamba anafanya ukulima na analima kabichi pale mkulima hodari. Basi ni changamoto tu. Nadhani kwamba jinsi ambavyo siasa za Kenya zinaendelea kufanywa, mambo ambayo yanaendelea kubadilika hapa na pale, hilo ndilo linapelekea unaangaliwa sana. Je, Jacinta utafanya kazi yako ama namna gani? Lakini pia pole kwa kukata, lakini tukiangalia mambo haya, ni kazi ambayo unafanya ama ni kisiasa? Kwa sababu tumeona mawaziri wake Rais William Ruto katika wakati huu ambao wamekuwa ofisini wamekuwa kweli wakizungumzia masuala ya yani uendelezi wa nchi, ama ni kwa sababu ya siasa, ama pia kwa sababu ya maandamano, kwa sababu wa Kenya pia walisema kwamba hatutaki viongozi hawa ama hatutaki mawaziri hawa. Unaona, kwa sababu ingekuwa kwamba hawafanyi kazi ndio maana wanatolewa ofisini, basi Rais William Ruto angewasikiza vijana wa Gen Z wakati walimwambia viongozi hawa hawafanyi kazi. Ni kama alitoa wale ambao wanajua wewe itabidi tu uende nyumbani kidogo, lakini hatujui kweli ni kwa sababu ya siasa ama kwa sababu ya utenda kazi. Na jinsi ambavyo tunaona mambo yalivyo, inaonekana kwamba ni kisiasa, kwa sababu kuna wale ambao walikuwa upinzani wamefutwa wako serikalini, na pia wengine wanaendelea kuwekwa pale. Haswa tukiangalia majina haya ambayo haswa jina lile la Raphael Tuju, na Peter Munya na pia Timothy Bosire, ni baadhi tu ya watu ambao tumekuwa tukiwasikia. Kumbuka wakati mmoja Peter Munya alikuwa waziri katika serikali yake Uhuru Muigai Kenyatta, na pia huyu Raphael Tuju alikuwa ni waziri ambaye hakuwa na portfolio katika serikali yake Uhuru Muigai Kenyatta. Tena tumeona wakirejea na huenda wakashikilia baadhi ya zile wizara mbalimbali, na wale ambao wametajwa kwamba huenda wakaondoka ikiwa kwamba ni wizara ile ya afya Deborah Baraza, kunaye Public Service CS Justin Muturi, na pia Tourism CS Rebecca Miano. Kumbuka siku chache tu ambazo zimepita tumekuwa tukiona kwamba uhusiano kati ya huyu waziri wa Public Service Justin Muturi na serikali ya Rais William Samoei Ruto hajakuwa wa ukaribu sana ama mzuri vile. Kumbuka kwamba wakati rais alikuwa anafanya ziara pale magharibi mwa Kenya, katika kikao ambacho kilifanyika pale Kakamega, waziri huyu hakufika katika mkutano huo. Na pale ambapo alikuwa ametoa tuhuma zile za mtoto wake kutekwa nyara, na pia akataja kwamba jinsi ambavyo mtoto huyu aliajiriwa ni yeye alizungumza na rais, pia rais akazungumza na wakuu wa NIS ndiposa mtoto wake
akaajiriwa. Basi ikiwa kwamba imeleta tu ni siasa zimo ndani, na pia kile ambacho wengi husema kwamba siasa zina wale tuseme wazuhuba ama permanent enemies katika siasa. Naam. Lakini pia ukitazama ni njia mzuri kweli, kwa sababu hata mwandishi tukiangalia kutoka kwa macho yake mwandishi wa gazeti hili la The People's Daily, ukiangalia hapa kwa sababu pia yeye amesema possible casualties, wale ambao huenda wakatoka ofisini. Tukiangalia kwanza tukiona Deborah Barasa na ni wa Health CS, tunaona waziri wa afya. Tukiangalia Deborah Barasa amekuwa akijaribu kufanya kazi yake, lakini watu wengi wamekuwa juzi tukichambua gazeti hapa, gazeti moja, kuna moja ilisema kwamba Deborah Barasa hajui anachokisema, ambako aliita waandishi wa habari alafu akashindwa kuzungumza ama akashindwa kuambia taarifa vizuri, kuongelesha vizuri, na inaweza kuwa ndo maana mwandishi huyu amemweka hapa Deborah Barasa. Lakini pia Justin Muturi ni kwa sababu pia tuliwaona viongozi tofauti ikiwemo Aden Duale pia akisema kwamba public service CS huyo Justin Muturi huenda akatolewa ofisini. Walianza kusema kwamba kwa sababu sasa ukiwa waziri mkuu wako ni rais, ni kweli unafaa umtumikie. Lakini sasa anaitwaje, Aden Duale akizungumza alikuwa anasema kwamba Justin Muturi hafai kuenda kwa watu na kutangaza kwamba shida hii imekuwa ama hili ndo limefanyika. Angeenda kumzungumzie Rais Ruto pale ambapo bila kuandika katika bila kuweka kwenye mtandao. Lakini sasa hayo ni makosa kweli, kwa sababu pia ni mtoto wake alikuwa ametekwa nyara ama alikuwa amefichwa. Na wengi wakataja kwamba yeye anazungumza kama mzazi ambaye kidogo anaumwa, mtoto wake hajui mahali alipokwenda, yule ambaye alimkomata hajamueleza, ama wale ambao walimteka nyara hawajamshtaki kwamba yeye alifanya kosa fulani, ndiposa tukafanya hivi na vile. Nakumbuka kwamba katika tukiangalia jambo hili kivingine ni kwamba kuna wakati Rais William Samoei Ruto akifanya mkutano na permanent ama wale makatibu wa kudumu katika wizara mbalimbali na pia mawaziri katika ikulu yake pale, kuna onyo ambalo alilitoa. Isije ikawa kwamba mimi kama rais nifahamu zaidi yaliyomo katika wizara ambayo unaitumikia kuliko wewe mwenyewe. Ninapokupigia simu Jacinta, iwapo kama mimi ni rais na wewe ni waziri maybe wa ulinzi ama waziri wa afya hapa nchini, basi ningependa kusikia uniambie ni kipi kile ambacho kinaendelea. Lakini wakati napata kwamba mimi nafahamu kuliko kile ambacho wewe unafahamu, jinsi ambavyo alitamka wakati huo, basi huenda nikakuonyesha mlango ndio ule, kwa sababu haufahamu ni kipi kile ambacho kinaendelea. Na ikiwa kwamba siasa zimo ndani, utendakazi, tuko tunaangalia jinsi ambavyo mambo yataendelea katika wakati huu, ikiwa kwamba mabadiliko haya yatakuwa yanafanywa katika serikali yake William Samoei Ruto, ikiwa kwamba ni muungano ambao umewaleta pamoja viongozi hao wawili, na pia jinsi ambavyo Raila Amolo Odinga alizungumza jana kusema kwamba tuipe nafasi serikali, tuone utendakazi wake, na mambo haya yatakuwa yanashughulikiwa yeye akiwa katika serikali. Tukiachana na hayo katika siasa kidogo na mawaziri, tuingie katika ukurasa wa pili katika gazeti hilo la The People's Daily, ambapo mwandishi ameweka pale Newsbeat ambayo ni Kenya glaring at vaccines shortage, ambayo ni ukosefu wa vaccines ama dawa nchini Kenya, na hili linaweza kuwa ni kuhusu inaitwaje, nchi ya US wakati ilisimamisha ile program ya USAID. Wakati Rais Trump alisema kwamba wanataka kwanza wapitie waone kama USAID ambayo ile pesa ambayo inatoka kule Amerika na inaenda katika nchi tofauti kusaidia, ndio maana inaitwa USAID. Inaenda kusaidia maeneo tofauti huku ulimwenguni. Alikuwa kwanza anataka kujua kama pesa hizo zinatumika vizuri na pia kama zinaenda huko. Ambako ni taarifa ambayo pia imepatiwa kipaumbele katika ukurasa wa pili wa The People's Daily. Basi tunapoendelea
tunaposonga mbele, kuna mengine ambayo yameangaziwa pale ikiwa kwamba Auditor General and Arts wrote in KPA na JKIA kwa kwamba ni makala ambayo yamechapishwa katika gazeti hili la The Daily, la People's Daily. Pale ikiwa kwamba ni ripoti ya mdhibiti wa mkaguzi na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali akitaja kwamba kuwa kuna ufisadi na ubadhilifu mkubwa katika bandari ya Kisumu KPA na uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta kwa kwamba unajulikana kama JKIA. Kwa kwamba ripoti hii inatoa picha ya kushindwa kwa usimamizi wa mali za umma katika mashirika haya mawili, na inaonyesha haja ya kufanya mageuzi ya kina ili kurekebisha hali hii hapa nchini Kenya. Kwa kwamba ni maswali mengi tu ambayo yamekuwa yakiibuka. Jinsi ambavyo serikali inatumia machinza ambavyo pesa za umma zinatumika katika mashirika ambayo ni ya kiserikali. Pale wakitaja kwamba shirika lile la JKIA na pia shirika lile la Kenya Pipeline Authority ikiwa ama bandari KPA ikiwa kwamba ni bandari ya Kisumu pale inaangaziwa katika gazeti hili la The People's Daily. Na katika The People's Daily, kitu cha mwisho ambacho nimeona huko juu kabisa katika gazeti hilo la The People's Daily katika ukurasa wa 6 ni kwamba hope for Kenyans as life expectancy improves. Hapo kidogo ni kwamba Wakenya wanafurahia kwamba kwa sababu wanaweza sasa life expectancy ni ile ambayo kuzaliwa ama watu wakizaliwa na pia wakiendelea katika kusaidiana, acha niseme hivyo, wanaweza kuongeza watu wengine watu jukumu letu kama sio wa Kenya tu lakini kama binadamu ni kujaza ulimwengu. Pale wametaja, mwandishi anataja kwamba umri wa kuishi hapa nchini Kenya utaongezeka ikiwa kwamba ni habari njema kwa wananchi, kwani inaimarisha kuwa huduma za afya zinaboreka na kuna maendeleo katika kuimarisha ustawi wa jamii, na hilo linawapa furaha tu. Wengine wakisema kwamba kuongezeka kwa maisha ya watu ni ishara ya mafanikio katika sekta ya afya ambapo serikali imewekeza zaidi kwenye huduma za afya na usafi wa mazingira. Lakini jinsi ambavyo hili limechapishwa hapa na yale ambayo tunayasikia mwananchi wa kawaida anazungumza kidogo aliendani. Ingekitaja kwamba baadhi sekta ya afya aswa lile bima mpya ya afya haifanyi, na pia wahudumu wa afya kidogo pale nao wanalialia hawapati kipato chao vizuri ama serikali haijawalipa vizuri kabisa. Naam, hayo ni baadhi ya taarifa ambazo zimepatiwa kipaumbele katika gazeti la The People's Daily. Na kwa sasa tutasonga mbele, lakini kabla tusonge mbele nikukumbusha tu mpenzi mtazamaji kwamba tunaendelea kipindi chetu cha Pambazuko hapa ndani ya Ndizi TV ambako tunazungumzia masuala tofauti ambayo yanatokea nchini Kenya na pia nje ya nchi ya Kenya, ambako tunakuelezea ni yapi yaliyopatiwa kipaumbele pia katika magazeti yetu huku nchini, ambako pia tunataka utupe maoni yako katika SMS na pia katika Facebook utatupata @Ndizi TV News Digital, na pale YouTube tupo live @Ndizi TV News. Na pia utakuwa unatutumia ujumbe mfupi ama ujumbe wa SMS kupitia nambari yetu ya studio, na pia namba hiyo pia utaitumia kutuma ujumbe kupitia mtandao ule wa WhatsApp kwenye nambari 0792192834. Na tukiachana nayo Jeff, tukisonga mbele kwa sababu tuna gazeti letu la Taifa leo. Na tukianza katika huko juu kabisa ambako kwenye gazeti hili la Taifa leo naona kwamba mwandishi ametupatia pale, amechapisha picha yake waziri wa elimu Migos. Ambaye ametuambia kwamba hisabati na sayansi si lazima tena. Ngoja kwanza. Hata kabla niwasomee kile ambacho mwandishi ameandika kwenda chini, hisabati na sayansi si lazima tena. Ngoja. Ukiwa shule ya upili ama shule primary school, ulikuwa unapenda nini gani, inaitwaje, subjects gani?
Kusema kupenda ni ile ambayo wewe umeona ni bora zaidi. Naam. Mimi nilifanya jiografia, agriculture, na pia hizi zingine zilikuwa ni lazima. Hisabati ikiwa, sayansi, biolojia ilikuwa ni lazima. Shule yetu ulikuwa unaifanya kwa lazima, na chemistry. Biology, chemistry, alafu hisabati iko pale, na pia unachagua zingine zile ambazo unapana. The 5 like Kiswahili, Kiingereza, hisabati, biolojia, na pia somo gani lile ambalo nimesahau, kemia. Lilikuwa ni lazima hizo tufanye. Alafu unachukua zingine 2 na unaongeza moja ambayo si ya lazima, lakini unaiongeza pale zinakuwa 8. Basi wakati huo sisi tulikuwa tunaambiwa hili ndilo unafaa kulifanya. Lakini kwa gazeti hapa nikitazama wizara inasema kwa sababu nilikuwa sababu ambayo nimekuuliza ni kwamba hisabati na sayansi ni masomo ambayo yanatatiza wanafunzi wengi pale kwenye shule ya upili. Na ukitazama hapa kwenye gazeti la Taifa Leo tunaona hisabati na sayansi si lazima tena, ambayo ni maneno yake waziri wa elimu Migos, ambaye amesema kwamba, ama mwandishi akisema kwamba wizara yasema masomo hayo hayatakuwa lazima kwenye sekondari pevu. Ukitazama tu hivi kidogo utaona kwamba masomo haya mawili ukienda katika shule zetu za upili uwaulize wewe unataka nini, ama umuulize utafanya hisabati ama utafanya sayansi, kidogo itakuwa ni tatizo, kwa sababu tunajua kwamba sayansi ambayo ni kemia, ambayo ni biology, sayansi zingine si ngumu sana, tuseme kama home science, tuseme kama agriculture, hizo kidogo wanafunzi wanapata. Lakini kuna hizi sayansi zingine ambazo ni kemia na biolojia. Biolojia watu utoroka sana, lakini kemia tunajua kwamba huku Kenya imekuwa ni compulsory, lazima uifanye, ya lazima. Lakini kwa sasa tukimuona waziri huyo akisema sio lazima, nasikia ni kama amesema angeisema tukiwa pule shuleni. Lakini pia tuangalie upande mwingine jinsi ambavyo itakuwa. Tukiangalia masomo ama professionals, mtu akitoka shule ya upili akienda chuo kikuu ama chuo cha kadri kujifunza, kuna masomo mengine pale ukienda kusomea jambo fulani, unaambiwa kwamba hili lazima ufanye kemia, ufanye biolojia, lazima ufanye hisabati. Na hisabati kwamba inakuwa katika kila mahali. Iwe ni wewe unaenda kufanya wanahabari, unaambiwa hisabati iko pale. Uende kufanya, wewe unataka kuwa mhandisi, basi hisabati lazima. Namna gani haya yatakuwa yanaenda? Je, yatakuwa yanaoana na yale ambayo yanafanywa katika vyuo vikuu, jinsi ambavyo yale mahitaji unahitaji kupata grade fulani kwa subject fulani? Je, yataendana vizuri ama kidogo pale napo wanahitaji kufanya mageuzi? Hilo ni jambo ambalo tutakuwa tunaliangalia kwa upana zaidi, na tujue ni kipi kile ambacho kitakuwa kinaendelea mule. Na kukumbusha tu msikilizaji na mtazamaji ni kwamba siku ya leo tutakuwa tunazungumzia masuala ya elimu katika awamu ya 3, ambayo nataka wewe utaulizia swali hili la hisabati na sayansi, kwa sababu tutakuwa tunayazungumzia hapa ndani. Na tunapoendelea kusonga mbele, taarifa ambazo zimepewa kipaumbele katika gazeti hili tena la Taifa Leo ni kwamba ponde la damu. Wanasema kwamba watu 16 wameuawa na majangili maeneo ya Baragoi na Maralal, kaunti ya Samburu, katika muda usiozidi miezi miwili. Ikiwa kwamba ni swali ambalo linaulizwa, je, serikali imeanza kuzinzia kazini? Na pale katika kisa cha jana, angaa watu 6 waliuawa na majangili, huku wengine 8 wakijeruhiwa vibaya katika eneo la Baragoi, Samburu. Wiki jana basi lililoshambuliwa na Maralal na kusababisha vifo vya watu 2, huku wengine wakijeruhiwa vibaya. Ni taarifa ambazo zimeangaziwa katika ukurasa wa 2, na pale tunaona picha ya afisa wa polisi akiwa amesimama upande moja, na upande mwingine pale tunaona baadhi ya bunduki na vifaa ambavyo vimekuwa vikitumika haswa na wahalifu katika eneo lile la Ponde la Ufa. Na ukitazama picha hiyo ni jambo la kushangaza, kwa sababu bunduki hizi ama vifaa hivi ni vingi sana, kwa ambavyo si vya askari. Ndio. Ni vya
wahalifu. Na ukitazama mpenzi mtazamaji, ukipata gazeti hili la Taifa Leo utakuwa unaangalia pale, kwa sababu utaona bunduki nyingi sana na vitu vingi ambavyo sivyo ni vizuri, lakini vipo hapo kwenye meza ambavyo unaona, na ni jambo la kusikitisha kwamba hivi vyote ni vile ambavyo wamepata. Na ni kweli, na swali kuu linakuwa kwamba hawa majangiri wanatoa wapi vifaa hivi? Unapata kwamba wengine wako na punduki ambazo zinazidi zile za maafisa wa polisi. Na pia vifaa hivi, swali linakuwa zinatoka wapi? Wanazitoa wapi? Je, ni watu serikalini ambao wanazitoa kuwapatia hawa majangili? Na majangili hawa ni akina nani? Na swali lingine ambalo linajiuliza, je, Kenya inatoka hapa inaenda kuhakikisha kwamba usalama upo katika nchi ya Haiti? Na tunao uwezo wa kufanya vile, lakini nyumbani kwetu kidogo unapata kwamba usalama umedhorora. Wanafunzi, watu ama mwananchi wa kawaida anasumbuliwa na majangili hawa. Tunasikia kwamba uwizi wa ng'ombe umefanyika. Je, serikali imezinzia jinsi ambavyo mwandishi ameuliza pale? Na je, huyu, nakumbuka kwamba wakati waziri aliyekuwa waziri wa usalama wa ndani sasa hivi ni naibu wa rais, Profesa Kithure Kindiki, kuna mambo yale mawili matatu ambayo aliyafanya haswa eneo lile la Ponde la Ufa, wakati alijaribu kuzima mtutu wa bunduki eneo lile. Kuna mafanikio ambayo waliyapata, na wakasema kwamba sasa hilo halitakuwa linarejelewa tena. Sauti ya mtutu wa bunduki eneo lile la Ponde la Ufa haitasikika tena. Lakini tena tumeyaona hapa kwamba ni kama tena kumerejea. Je, waziri sasa ambaye ni wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen hajazungumza kuhusiana na hili, na tutangoja tusikie ni kipi kile ambacho atakisema, na ni yapi yale serikali itakuwa inafanya kuhakikisha kwamba wale ama majangili hao ambao wanasumbua mwananchi wa kawaida haswa eneo lile la Ponde la Ufa watakuwa wanamaliza majangili hao na kuhakikisha kwamba Mkenya wa kawaida anapata amani, wanafunzi wanaenda shuleni, Mkenya wa kawaida anapata kupokea afya katika hospitali za pale karibu. Unapata kwamba wakati mwingine shule zikiwa zimefunguliwa, maeneo haya wanafunzi wengine wanaendelea kusoma vizuri, maeneo yale unapata kwamba baadhi ya shule zimefunguliwa. Na ni mwaka huu ambapo tumeona baadhi ya shule ambazo zilikuwa zimefungwa wakati wa vita ambavyo vilikuwa vinaendelea na majangili hao ambao wengine ni wezi wa ng'ombe maeneo yale. Serikali imefungua baada ya kutuma jeshi kufanya marekebisho na kujenga baadhi ya shule ambazo zilikuwa zimebomolewa kurejelea tena. Basi ikiwa kwamba hili halitatatuliwa, bado Kenya hatujapiga hatua ya kuhakikisha kwamba Mkenya wa kawaida ako salama salimini. Naam, tukiachana nayo kwenye vidokezo katika gazeti la Taifa Leo ukurasa wa pili, pia tunaona kwamba mwandishi anasema walaani Raila kuzomewa, ambako amesema kwamba viongozi wa jamii ya Abagusi wasikitika kwa tukio hilo lililofanyika Gusii Jumapili. Tulimuona pale kiongozi mmoja ama viongozi waliopatana, ikiwemo seneta wa kaunti hii ya Kisii, Richard Onyonka, ambaye pia alijitetea akisema kwamba hakuwa na uhusiano. Hakuwa na uhusiano wowote na jinsi watu walivyompokea kiongozi wa upinzani Raila Odinga, ambako pia ni kama kwa sasa mwandishi anatuelezea kidogo kuhusu viongozi hawa, na pia ni kama kwa sasa Gusii tukiangalia katika sekta ama sehemu ya viongozi ni kama bado wako na baba. Lakini katika hii upande mwingine wa watu ambao wako Kisii ni kama hawako na baba. Naam. Tunapoendelea kusonga mbele, vidokezo zaidi ukurasa wa 5. Ramadhan na Kwaresima zinapowiana. Hapa nasema kwamba ni nadra vipindi hivi maarufu vya kidini kutokea kwa wakati mmoja. Ni jambo ambalo tumekuwa tukiona wakati wa Kristo aswa wa Katholiki wanafunga ama Kwaresima. Napata kwamba either Ramadhan imefika katikati ama imefika mwisho, lakini wakati sasa zimepatana. Naam, ni jambo ambalo ni nadra sana jinsi mwandishi amesema hapo, na ni jambo ambalo ni la kufurahisha kwa sababu pia tunajua nchini Kenya kila mtu ana uhuru wa dini yake ambayo anataka kuenda, kanisa ambayo anataka kuenda, na natumai kwamba
itakuwa ni kipindi ama kitakuwa ni kipindi kizuri ambacho kitasaidia wote Wakristo na pia Waislamu waweze kusonga mbele katika mambo ya kidini. Asante. Tunapoendelea kusonga mbele, taarifa ambazo zimepatiwa ukurasa wa 3 kwamba ni Nyakango apokonywa shilingi milioni 850 ya kwamba ni mdhibiti wa bajeti asema kwamba huenda shughuli za afisi yake sikakwama kwa punguzo ambalo limetolewa pale na serikali, kwa kwamba shilingi milioni 850 zimepunguzwa, ikiwa kwamba ni bajeti ambayo amekuwa akiitumia katika afisi yake. Sijui mbona hilo lifanyike, na tumekuwa tukiona jinsi ambavyo amekuwa akiuliza maswali, jinsi ambavyo fedha za serikali zimekuwa zikitumika. Najua na pia unajua tumekuwa tukiona pia kwenye magazeti yetu wiki iliyopita jinsi ambavyo waandishi tofauti kwa sababu sio gazeti moja, ni gazeti nyingi tofauti ambazo wamekuwa akisema matumizi ya fedha za umma, jinsi ambavyo zinatumika. Wengine wanasema kwamba fedha hizi hazitumiki vizuri, wengine wakisema kwamba fedha hizi zinafaa kuangaliwa kwa undani ili Wakenya waweze kujua kwamba ni nini kinachoendelea katika fedha hizi ambazo wanatumia. Basi ikiwa kwamba tunatamatisha katika ukurasa wa 20 taarifa za spoti, yule ambaye ni mpenzi wa spoti, hebu basi sikia hili. Arsenal kula mkia katika UEFA leo. Gunners walitia guu moja kwa 8 bora, kwani kwa kulima BSV, Real Madrid na Atletico kukinuka. Kwa kwamba ni mchezo ambayo tulikuwa tunashuhudia leo hii pale kusema kwamba Arsenal kula mkia katika UEFA leo, ikiwa kwamba sijui kama kipute hicho kikiendelea ama ikiwa kwamba watashinda kutenda namna gani. Arsenal kidogo ikiwa kwamba ni timu ama ni taarifa za spoti utakuwa unazipata katika ukurasa wa 20 pale. Lakini lile ambalo lilifanyika jana nilikuarifu wakati kwa tunaangazia yaliyojiri kwamba timu ile ya Liverpool na PSG pale katika kiputa ambacho kilifanyika hiyo jana, ililazimika kwamba Liverpool ilishindwa kwa mitutu ya penalti ambako walijizolea tu bao moja na PSG wakashinda mabao 8. Basi ni hongera kwa timu ambayo ilishinda, lakini sijui kwamba mwelekezi wetu pale pia top scorer atazungumza nini, kwa sababu yeye ni anaipenda sana timu ile ya Liverpool. Uwezi ukamtoa pale na uwezi ukazungumza, lakini katika pambazuko sisi tumezungumza. Pole sana top scorer, lakini najua kwamba alisema kwamba yeye ni die hard fan. Yule wakufa na kupona kwa timu yake. Kwa hivyo najua kwamba bado atasimama na timu yake pale. Basi tukiangazia yale yote ambayo tumeangalia katika magazeti asubuhi ya leo, wakati tulianza na gazeti lile la The Standard newspaper pale, kuna yale ambayo yalipewa kipaumbele, ikiwemo ni yale ambayo yanamhusisha Mkenya wa kawaida kwa kina zaidi, na pia yale ambayo yalikuwa yamepewa kipaumbele pale ni uhusiano ama tarehe muhimu ambazo zinazungumziwa kati ya kiongozi wa nchi Ruto na pia kiongozi wa chama kile cha ODM Raila Amolo Odinga, na pia pale mwandishi akaangazia baadhi ya wafanyakazi wanafanya kazi katika Social Health Authority ama SHA, jinsi ambavyo mshahara wao umekuwa ukikatwa wakilinganisha wakati walikuwa wanafanya kazi na NHIF, jinsi ambavyo walikuwa wanalipwa, na sasa hivi jinsi ambavyo wanalipwa ikiwa ni mjio mpya ama pima mpya ya SHA. Na pale Raila azungumza kwamba mimi sija msaliti yeyote yule. Huwa Petroli kwa kwamba ni swali ambalo aliuliza wakati alikuwa katika eneo lile la Mlima Kenya, aswa kaunti ile ya Kiambu. Na katika gazeti lile la The Daily Nation, taarifa kuu ambayo imepewa kipaumbele ama ilikuwa imepewa kipaumbele katika gazeti hilo ni kwamba jamaa ama Ruto man opens up on 123 million spying software, kwa kwamba ni Bwana Ngeno ambaye alizungumza ikiwa kwamba kuna mtambo uliokuwa unanunuliwa wa kudukua mawasiliano na pia jinsi ambavyo kazi inaendelea hapa nchini Kenya, lile likitokea baada ya yeye kuwa na msukumo ama kutoelewana kidogo na yale ambayo alikuwa ayapate. Na katika gazeti hilo bado tuliona kwamba extra ama state wants extra 32 billion shillings
for covert security operations, kwa kwamba wanaomba zaidi ya shilingi bilioni 32 kuhakikisha kwamba usalama ama operation za usalama za siri zinaendeleshwa hapa nchini Kenya. Na gazeti lile la The People's Daily, taarifa ambayo ilikuwa imepewa kipaumbele ni Raila kuangaziwa uendani wake kupata zaidi, kwa kwamba ni makubaliano ambayo yameafikiwa na Raila Amolo Odinga na kiongozi wa taifa la Kenya William Samoei Ruto, kwa kwamba wale ambao wanaangaziwa ni aliyekuwa mbunge wakati moja eneo bunge la Kitutu Masaba, kaunti ya Nyamira, Timothy Bosire, aliyekuwa wakati mmoja waziri Peter Munya katika serikali yake Uhuru Muigai Kenyatta, na pia Rafael Tuju ambaye pia aliwahi kuwa waziri katika serikali yake Uhuru Muigai Kenyatta. Na wale ambao huenda wakatupwa nje ni pamoja na wale ambao wametajwa ni pamoja na waziri wa afya Deborah Baraza, pale waziri wa public service Bwana Muturi, na pia tunamuona pale Rebecca Miana ambaye ni waziri wa tourism hapa nchini Kenya. Na kumalizia kabisa gazeti hili la The Taifa Leo, yale ambayo yalipewa kipaumbele ni ponde la damu, ambapo tumeangazia kwa kina vita ambavyo vinaendelea kati ya majangili na pia wananchi, ambapo visa hivi vimewapelekea ama katika wiki hii ambayo inaendelea baadhi ya wananchi wameaga dunia kwa miezi miwili ambayo imepita. Sasa wengi wamekuwa wakipatwa na jambo hili la utofu wa usalama. Na pia lile ambalo limeangaziwa pale hisabati ya mawaziri wa elimu, kuna yale ambayo ameyazungumza kwamba hisabati na sayansi basi haitakuwa lazima tena, ikiwa kwamba yale anayangazia kwamba hilo litakuwa ni lazima katika sekondari befu, na pia senali kula mkia katika UEFA leo. Na pia kuna yale ambayo yameangaziwa Nyakango kupokonywa zaidi ya shilingi milioni 850 katika bajeti ile ambayo alikuwa amepewa. Hayo ni yote ambayo tumeiangazia katika magazeti yetu asubuhi ya leo. Naam, asante sana Jeff kwa kuwapa ufupisho kidogo kwenye magazeti ya siku ya leo, lakini kwa sababu ya muda nitakuwa napitia hapa maoni ama ujumbe zenu kidogo katika sehemu ya Facebook, ambapo namuona mjomba Hazel anasema kwamba nawapenda kwa kazi yenu safi, heko kwa kukikuza Kiswahili. Pia Barnabas namuona pale akisema live from Doha City hadi kwetu Nyamasebi pamoja. Omosomba Ogake pia anasema kutoka Nyacheki Bobasi tuned in. Kirambauti Samuel Nyangeri pia anasema kutoka Danish Embassy yuko ndani. Freddy Ogembo pia anakuona pale. Jose Evans anasema kwamba ako tuned in from Kiambu. Pia namuona Legrand Baba Chantel anasema morning Jeff na Jacinta, na wapata loud and clear. I'm getting fully informed with you guys, keep up with the good work. Asante sana. Namuona pale Roda Ruth akisema kwamba from Jeddah following Ndizi TV News Digital live akiwa ndani. Na Mokonzi Cyrus Maube pia anasema kwamba following you live from Nyangusu. Asante sana mpenzi mtazamaji wa runinga ya Ndizi TV, umekuwa nasi kutoka asubuhi saa 12 na kwa sasa zimekatika dakika 56 juu ya saa 1 masaa ya Afrika Mashariki, ambako mimi nitakuwa naondoka hapa studioni, ni mwacha mwanzangu Jeff hapa akikuja na mgeni ambaye watakuwa nazungumza naye masuala ya elimu nchini, ambako pia nilimwambia hatutasahau amuulize mwalimu ama amuulize mgeni wake kuhusu maendeleo katika sekta hii ya elimu, ambayo pia tumeona pale waziri wa elimu akisema kwamba hisabati na sayansi sio lazima ama haitakuwa lazima jinsi ambavyo tunaendelea kusonga kwenda mbele. Lakini kwa sasa sina mengi ya kusema kutoka kwangu. Naitwa Jacinta Nyabeta, na kwa sasa mimi nitakuwa nawaambia kwaheri. Basi nitakuruhusu tu uondoke, kisha baadaye tukitoka mapumziko mafupi tutakuwa tunaendelea mbele na kipindi chetu Pambazuko katika awamu ya 3. Na awamu ya 3 ninaye mgeni ambaye ninaye ni Bwana Jackson Bogongo, ambaye anafahamu mengi kuhusu elimu, na tutakuwa tunaangazia hayo elimu namna gani hapa nchini Kenya, kwa kwamba mvumo wa kuwalipia wanafunzi karo shuleni hasa ule ambao ulikuwa unapendekezwa na serikali kidogo ukapingwa. Hayo ni baadhi tu ya yale ambayo tutakuwa tunayaangazia katika kipindi chetu cha Pambazuko asubuhi ya leo. Tunapoelekea mapumziko mafupi tutakuwa tunarejea na mgeni wangu kuanzia mida ile ya saa 2 kuelekea. Jina langu mie ni Jeff Nyakundi, nitakuwa nikirejea hivi punde.
Ndizi TV Africa. Ujambo mpenzi mtazamaji wa Ndizi TV, karibu kwenye kipindi Viwanjani kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 8 hadi saa 10 jioni. Hapa Viwanjani nitakufahamisha yote yanayojiri kwenye ulingo wote wa spoti. Mpenzi mtazamaji, mchezo wa badminton ni baadhi ya mchezo ambayo tutaangazia kwenye kipindi Viwanjani kuanzia saa 8. Usikose kuungana nami James the Top Scorer niweze kukata kiu yako kispoti. Karibu Viwanjani. Training College ni chuo cha mafunzo ya udaktari kilicho mjini Kisii. Kina courses kama vile Diploma in Nursing ambao usajili wake wa mwezi wa 3 na mwezi wa 4 unaendelea. Katika usajili wa mwezi wa 9 na mwezi wa 10 kuna courses kama vile Diploma and Certificate in Clinical Nutrition and Dietetics, Diploma and Certificate in Medical Social Work, Certificate in Theatre Technology, Diploma in Community Health na Certificate in Community Health Assistant. Kuna uwezekano wa kupata mkopo wa HELB na mafunzo ya HTC NASCOP yanaendelea na usajili wake. Tupo katika hospitali ya Ram, ghorofa ya 3, karibu na mahakama ya Kisii Law Court, huku tawi lingine likiwa karibu na chuo cha KMTC na kanisa la Deliverance. Tupigie simu kwa nambari 0721332105 kwa mengi zaidi. Welcome to Ram Medical Training College. Ram Training College. We provide quality service and uphold high intellectual values. Umekuwa ukitafuta chuo ambacho kipo mahali tulivu, cha kisasa na kinachotoa mafunzo yatakayokuwezesha kupata kazi nyakati hizi, na kina walimu waliohitimu. Bahas Camel Park Training College ndicho chuo hicho. Wana courses za diploma na certificate kama Housekeeping Management, Tourism Management, Food and Beverage Sales Management, Fashion Design, Cosmetology, Information Communication Technology, Graphic Design, Film Production, Broadcast Journalism, Marketing Management, Business Management na zingine nyingi. Pia wana short courses kama vile Computer Packages, Front Office Management, Digital Marketing, Video Editing na zingine nyingi. Admission inaendelea. Mwandikie barua msimamizi mkuu wa chuo hicho pamoja na vyeti vyako vya KCSE au result slip. Pia unaweza jisajili mtandaoni kwa tovuti yetu ya www.camelparkcollege.co.ke au upige simu kwa 0755386594 au 0753915354. Tupo katika barabara ya Kisii Kilgoris,
Camel Park Training College, empowering excellence, inspiring innovation. Shule ya kutoa mafunzo ya uendeshaji wa magari ya Rocky Driving School wana huduma mbalimbali za mafunzo ya uendeshaji wa magari. Unaweza jifunza class A2, B1, B automatic, B professional, C light truck, D1 ambayo ni PSV, uendeshaji wa matatu 14 sita, D2 PSV, uendeshaji wa magari ya aina ya bus, CE heavy truck, F PWD kwa watu walio na ulemavu. Pia wana short courses za PCD na B executive. Uzuri wa kujifunza kuendesha gari na Rocky Driving School ni kwamba classes zao ziko flexible kabisa na ni wakati wowote kwa siku. Wako approved na shirika la NTSA. Kuna mafunzo ya kuendesha mezani, wana basic mechanics, basic first aid na mengine mengi. Mjini Kisii wapo jumba la Market Plaza next to Uhuru Plaza. Nyakohe wako Kiuge Junction. Nyamira Rocky Driving School wako at Manga Building, Sama Petrol Station. Na Ugembo wako mita 100 kutoka barabara kuu ya Mosora. Na pia wako Kilgoris Town. Wana special offers kwa 4-4 school leavers. Kwa mengi zaidi mpigie simu manager wa Rocky Driving School. At the end of the day, the goals are simple: safety and security. Welcome to Young Force Services K Limited, where we provide high-quality technology-based security services such as alarm systems, CCTVs, fire backups, and many more. We believe security begins with warm attitude and a productive relationship with the people. At Young Force Services K Limited, we offer biddable prices for residential properties, industrial properties, commercial properties, institutions, and hospitals. We are committed to providing reliable quality protection to a variety of industries through custom design strategies, expertly trained security guards, and excellent customer services. For more information, call 0795 518 989 or 0735 364 418 or 0781 518 989. Email youngforceservicesk@gmail.com or onemwell123@gmail.com or info@yfsltd.co.ke. Visit our website www.yfsltd.co.ke or visit our office in Milimani Estate next to Ogra Foundation or Azimio Business Complex opposite Palmas Hotel. Young Force Services K Limited, we believe in security with a human touch. Huduma zinazotolewa katika hospitali ndizo zitakazomfanya mgonjwa kwenda katika hospitali hiyo. Ram Hospital Kisii wana uwezo wa kutoa huduma mbalimbali zikiwemo out and inpatient, MCH clinic au maternity, consultation, pharmacy, rehabilitation, ultrasound, CT scan, x-ray, dental, optical, laboratory services, major and minor surgery, 24-hour ambulance service, occupational therapy, physiotherapy, dialysis na zingine nyingi. Unaweza kulipia matibabu kutumia bima tofauti kama vile AON, Minet, Liaison Group, AAR, Trident, Britam, Madison Insurance, APA Insurance. Matibabu kwa wagonjwa waliolazwa ama inpatient yaweza kulipiwa kupitia mfumo wa SHA. My name is Robert Ukogai, Business Administrator, Ram Hospital Kisii.
I want to welcome all those people who are registered with SHA to come for inpatient treatment and also dialysis. All services are covered with SHA except outpatient services. Karibu mpate matibabu ya hali ya juu kutoka kwa madaktari na wauguzi wetu. Kwa mengi zaidi, tupigie simu kwa nambari 0705239289 au tutembelee katika mji wa Kisii karibu na Kisii Law Courts. Ram Hospital Kisii. Health first and health always. Unatazama Ndizi TV Afrika. Basi mpenzi mtazamaji na msikilizaji wetu ambaye umekuwa ukifuatilia kipindi chetu cha Pambazuko tukiwa naye Jacinta, kaondoka kidogo lakini nimerejea tena kutoka mapumziko mafupi nikiwa na mgeni wangu siku hii ya leo, na kuna jambo ambalo tulikuwa tunaangazia kwa kwamba leo ni siku ya Jumatano, na kila Jumatano tulikuarifu kwamba tulikuwa tunaangazia masuala ya elimu, na leo hii niko na bwana Jackson Bogongo ambaye atatusaidia tuelewe zaidi jinsi ambavyo masomo yanaendelea katika vyuo vyetu, shule zetu na kila ambacho kinapaswa kufanywa. Je, swali lile ambalo tulikuwa tunajiuliza, je, serikali imefanya vya kutosha katika kuhakikisha kwamba kila mmoja, mwananchi wa kawaida ama mtoto wa mwananchi wa kawaida amepata elimu ambayo anafaa kuipata, ama mambo yameenda namna gani? Basi endelea kutufuatilia kupitia mitandao yetu yote ya kijamii. Pale Facebook utatupata kama Ndizi News Digital, na pia upande ule wa YouTube utatupata kama Ndizi News TV, na pia utatuma ujumbe mfupi ama ujumbe kupitia mtandao ule wa WhatsApp kupitia nambari yetu ya studio 0792192834, bila kusahau katika tovuti yetu ya www.ndizitv.co.ke. Basi ikiwa kwamba nimekueleza hayo, mgeni wangu kashafika studioni, hebu tuanze mazungumzo moja kwa moja. Kwanza tumuamkue, atueleze yeye ni nani, anatokea wapi, kisha baadaye mazungumzo yetu yataanza moja kwa moja. Bwana Jackson, karibu sana katika studio zetu siku hii ya leo. Na ningependa umsalimu mtazamaji pale, kisha baadaye umfahamishe wewe ni nani, ndipo sasa tutaanza mazungumzo yetu moja kwa moja kwa kwamba tuangalie jambo hili la elimu kwa upana zaidi. Asante sana Chef. Habari asubuhi. Mzuri kabisa. Ningependa kusema kwa majina naitwa Jackson Bogongo, ni mkazi wa Kisii na ni mrefu wa mambo ya masuala ya elimu. Kwa muda mrefu nimefanya kazi na wizara ya elimu na naelewa mambo ya elimu kiasi. Yes. Basi tukianza pale, je, serikali imefanya vya kutosha kuhakikisha kwamba kila Mkenya wa kawaida, mwananchi wa kawaida, mtoto wake anapata elimu ya kutosha, jinsi ambavyo utazama kutoka upande wa kwako wewe kama ambaye unafahamu mambo ya elimu? Kwanza kabisa ningependa kusema kwamba ni jukumu la serikali kumpea mtoto yoyote wa Mkenya elimu. Na sio elimu tu, lakini elimu bora. Sio bora elimu, lakini elimu bora. Tukiendelea kuangazia vile elimu ya Kenya inaendelea, kuna changamoto. Na changamoto sana zinatoka kulingana na vile tumeanzisha hii mfumo wa CBC. Ndio. Tukiangazia mashule yetu, tunapata ya kwamba hatuna vifaa vya kutosha. Kwa sababu mfumo huu wa CBC unahitaji vifaa vingi. Unahitaji kutiliwa mkazo wa hali ya juu. Ndiposa ukue uhitaji ile mambo inahitajika ni mengi. Na ndio tunapata ya kwamba hatujajitoshelesha kama taifa
kwa kiwango kikubwa. Hata ingawa ningependa kusema ya kwamba ni mfumo mzuri. Ni mfumo mzuri kwa sababu nchi ambayo zinataka kuendelea sinaiga mfumo huu. Ni mfumo ambao unampea mtoto ile kitu kwa kimombo tunaita skill set. Ambaye anaweza kuwa anajitegemea mwenyewe na anaweza kuwa anaendesha atafanya nchi yetu iendelee kwa haraka. Tukiangazia mifumo ya elimu ambayo tumekuwa nayo, tukianza ule mwaka wakati tulipata independence, wakati tulipata uhuru, serikali iliangazia sana na mfumo wa elimu ambayo ilikuwa ya kupea mtu kazi ya kufanya kwa ofisi. Ndio. Ndipo wasungu walikuwa wametoka. Sasa ile elimu ilikuwa ya kupea mtu hizo skills. Ndio aingie ofisi ya serikali, afanye kazi ya serikali. Ile tulikuwa tunaita civil servants. So hatukuangazia sana mambo ya teknolojia, hatukuangazia sana mambo ya kujitegemea na kujenga nchi yetu katika areas mbalimbali. Sasa ndiposa tukafika kila wakati tumeona serikali inajaribu sana kubadilisha mifumo ya elimu. Tukafika wakati mwingine tena serikali ikakuja ikatengeneza jobo, ikaangazia mambo ya elimu. Ndipo sasa tukajaribu kutoka ile enzi ya kwanza ya kutoka kureplace mzungu kwa kasi, tukakuja sasa kuanza kujitegemea. So jobo la kwanza sikaingia wakati wa 1974. Wakaleta mfumo mpya wa 844. 844 ilikuja mbeleni. 844 imekuja mbele, ililetwa na Presidential Working Party wakati wa Rais Moi alikuwa uongozini. Ndio sasa akaleta hii wakati wa mfumo wa 844. Mfumo wa 844 sasa ndio ulikuwa kwanza kabisa ulikuwa na maono ya CBC. Ndio. Kwanza kabisa. Lakini tulipoanza kuitekeleza 844 ndio posa sasa tukarudi penye tulikuwa tumetoka. Na je, jinsi ambavyo tunaangazia hili, unaona kwamba jinsi ambavyo serikali imefanikisha mfumo huu wa CBC imeharakisha sana kabla haijajipanga kwa yale mambo ambayo yanahitajika, hasa miundo msingi shuleni, kuhakikisha kwamba walimu wanatosha, madarasa ya wanafunzi yanatosha, na pia vile vifaa ambavyo vinahitajika haswa katika mfumo mpya wa CBC vikiwa vimewekwa tayari. Serikali iliharakisha sana ama jinsi ambavyo mambo yanaendelea iko sawa? Siwezi sema serikali iliharakisha. Kitu ningesema ni kwamba serikali haikuweka resources, rasilimali ya kutosha. Kwa sababu CBC imekuwa kwa muda mrefu sasa. Kwa sababu wale tulianza nao CBC, saa hizi wanaelekea grade 9. Si wako grade 9? Wako grade 9 tayari. Which means ni miaka 10 ya kutekeleza hii CBC. Miaka 10 si muda mfupi. Ndio. So kulingana na mimi, kulingana na vile naona, ni kwamba serikali haijaweka rasilimali ya kutosha. Ile kitu tunaita budgetary allocation. Kwa hii mfumo ndio shida. Mfumo yenyewe si shida. Jinsi ambavyo mfumo yenyewe ndio nchi hii kwanza kabisa ningesema ndio mfumo ndio mfumo tungeanza nayo tukipata independence, tungekuwa tumeenda mbali sana. Kwa sababu ukiangalia mfumo wenyewe unaangazia ni nini ile mtu anaweza changia kwa nchi, na sio ni nini nchi itachangia kwa mtu.
Basi tunapoendelea kusonga mbele, mpenzi mtazamaji, ikiwa kwamba unalo swali kuhusiana na yale ambayo tunaangazia haswa elimu ya hapa nchini Kenya na jinsi ambavyo mambo yalivyo, nikiwa na mgeni wangu Bwana Jackson Bogongo katika studio zetu za Ndizi TV. Ikiwa unalo swali lolote lile, basi utalituma kupitia kwa SMS yetu na pia mtandao wa WhatsApp kupitia nambari yetu ya studio 0792192834 na pia kupitia mtandao wa Facebook ambapo tuko mbashara ama tupo live pale. Utakuwa unatuma ujumbe wako ama comment yako pale, nasi tutakuwa tunaisoma moja kwa moja tunapozidi kusonga mbele. Utatupata namna gani katika upande wa Facebook? Utatupata kama Ndizi News TV Digital. Hapo ndipo utakuwa unatuma ujumbe wako moja kwa moja nami nitakuwa nikiusoma. Bila shaka usisahau pia kufuatilia kupitia mtandao wetu wa YouTube. Utatupata kama Ndizi TV News, na pale katika tovuti yetu ni www.ndizitv.co.ke. Ukituma pale, basi tutakuwa tunafahamu na kusoma jumbe zako jinsi ambavyo umezituma. Basi tunapoendelea kusonga mbele, zikiwa zimekatika dakika 18 baada ya saa 2 masaa ya Afrika Mashariki, kipindi ni Pambazuko. Jina langu mie naitwa Jeff Nyakundi, nikiwa na mgeni wangu Bwana Jackson Bogongo. Tunaangalia elimu na kuiangazia jinsi ambavyo serikali inafanya kazi, ikiwa kwamba tumeshaanza na mgeni wangu pale ameeleza hisia zake kuhusu jinsi ambavyo mambo yanafanywa na serikali, tukiwa tunaendelea. Basi Bwana Bogongo, tumeona kwamba mwaka huu jinsi ambavyo ulianza, mwaka jana shule zikifungwa, mwaka huu sasa ndio wanafunzi wale wa CBC wamefika grade ya 9. Na kuna yale ambayo ama ahadi ambayo ilitolewa na serikali kwamba ifikapo Januari mwaka 2025 madarasa ya grade ya 9 yatakuwa tayari. Nakumbuka kwamba wakataja wanafunzi hawa watabaki katika shule hizi ambazo walikuwa wanasomea, wasielekee form 1 jinsi ambavyo wengine walikuwa wanaenda miaka ya nyuma. Na tumeona changamoto baada ya shule kufunguliwa, maeneo tofauti tukapata kwamba wanafunzi ni wengi, idadi ya wanafunzi ni wengi, madarasa ni machache. Maeneo mengine tukapata kwamba madarasa ni yale ya kitambo, mengine hayapo kabisa. Na baadhi ya shule hata kutoka eneo hili la Gusii nzima, tukiangazia kaunti ya Nyamira na kaunti ya Kisii, tukapata kwamba hatutajipanga vizuri ama serikali haijajipanga vizuri kuhakikisha kwamba madarasa haya yamejengwa. Je, jukumu hili la kuhakikisha kwamba madarasa yamejengwa vizuri ndio ni jukumu la serikali? Na serikali inafaa kuhusisha nani katika kuhakikisha kwamba madarasa haya yamekuwa, wanafunzi watakuwa wanaingia shule hizi? Nakumbuka kwamba waziri aliyekuwa wakati huo Bwana Ezekiel Mashogu, kuna jinsi ambavyo alikuwa ameweka mikakati kabla ya ujio wake waziri Bwana Migos Ogamba. Je, miundo msingi hii inafaa kuhusishwa nani? Ni mbunge tu tunaangalia, ni serikali ya county, ama ni mwakilishi wadi ambaye anafaa kusukuma ndiposa madarasa haya yajengwe? Kwa sababu ni jambo ambalo lilitupata kama hatujajipanga vizuri. Asante sana Bwana Chef. Kwa maoni yangu mimi naona ya kwamba itachukua watu wote kuangalia kwamba maslahi ya mtoto wa shule iko sawa. Tulipo nchi ya Kenya ilipopata uhuru, hayati Mzee Jomo Kenyatta alikuja na wito wake wa harambee. Harambee ilikuwa inasema sote tuungane pamoja, tufanye kazi. Kwa sababu ya hali ya Kenya kuwa a developed country, hatuwezi kusema ya kwamba serikali itafanya kila kitu. Lakini responsibility kubwa ni ya serikali. Kuprovide, kutoana kitu tunaita infrastructure, ndio, especially classrooms. Lakini sasa ukiangalia vile budget ya Kenya inatengenezwa, vile nilitaja hapo ya kwamba mapema ni kwamba hatujapeana rasilimali za kutosha kwa mambo ya elimu. Hii ni mambo ya training, kutrain walimu. Hata hiyo mambo ulisema ya CPC, walimu wanatakiwa wakuwe trained. Hatujapeana rasilimali ya kutosha ya kujenga madarasa, ya kujenga mavitu kama workshops. Sasa hatuwezi sema ni jukumu la serikali peke yake. Ndio. Kwa sababu saa hizi tunasema pesa zingine zimetengewa, zimewekwa kwa developed functions kama CDF. The people's representative on the ground, wale ambao tunaita viongozi,
wa ground pia wanatakiwa kuchangia na kutoa kuallocate funds siende kwa kujenga madarasa. Serikali kuu pia inatakiwa kuweka rasilimali ya kujenga madarasa na hata wazazi wanatakiwa kuwa mobilized wawekwe pamoja ndio posa tujenge madarasa pamoja. Na si madarasa tu hata vifaa vya kufunza. Tunazangazia zile ambao some constituencies zile ambao tunaona zinafanya vizuri. Umekuwa ukiangalia kwa TV hata wewe mwenyewe. Ndio. Wamekuwa wakiangazia constituency kama Kiharu. Ndio. Ya Ndindi Nyoro mheshimiwa. Inafanya nini mpaka unapata madarasa yao yako sawa? Ndio. Inapata madarasa yao yametosha. Sio pia ni part of Kenya? Ndio. Kama ni part of Kenya, kwa nini pia isifanyike kwa nchi zingine? Ama area zingine? Basi hapo ndipo mahali swali lingine linajitokeza kwamba je, hao wawakilishi ambao wameteuliwa, awe ni mbunge, awe ni gavana, mwakilishi wa kina mama, awe ni seneta, pia mwakilishi wodi, je, wanafanya kazi ya jinsi ambavyo inafaa? Kwa sababu tukiangalia kama ni mheshimiwa ama bunge, tuseme kwa mfano ni bunge, tuseme ni bunge la Ndizi constituency hapa mahala ambapo tulipo, kuna yule mjumbe ambaye ameteuliwa kutoka pale, anapatia nini kipaumbele? Kwa sababu tukiangazia kama vile ambavyo taja eneo lile la Kiharu mara ambapo Ndindi Nyoro anatoka, ukiangalia miundo msingi katika shule yake amehakikisha kwamba kabro zimewekwa, wanafunzi hao wanapata chakula, madarasa ni sawa, viti vipo sawa. Lakini ukiangalia baadhi ya maeneo, aswa eneo letu la Gusii, unapata kwamba baadhi ya shule katika maeneo bunge tofauti, hata zile shule za kitambo ambazo ni za udongo zipo na hazijajengwa, zingine unapata kwamba ni za mabati zipo pale, hakuna ujenzi wote ambao umefanyika. Na tukiangalia bajeti ambao wanapatiwa ya National Government Constituency Development Fund, kidogo pale ni kitu ambacho kinatoshana na yule ambaye yeye anatumia yake kufanya mambo fulani ambayo yanaonekana. Wengine kidogo unapata hata basari kupeanwa shule kufikia yule mwanafunzi ambaye ni wa mwananchi wa kawaida ambaye hajiwezi, kidogo inakuwa ni changamoto. Je, ni hao wawakilishi wetu hawajafanya kazi ambayo inafaa kufanywa, ama kuna jambo ambalo hatujaelewa kuhusu jinsi ambavyo kazi inafaa kufanywa? Chief. Yes. Mimi ningependa kusema hivi. Ukipata mapato yako, ndio, inategemea unaangazia nini. Sisi kama jamii, viongozi wetu, ndio, tunaangazia nini? Ikiwa tungepea masuala ya elimu kipaumbele, na kuhakikishia ya kwamba hatungekuwa na hayo mambo inayataja. Ndio. Sasa ni ile kitu inaitwa priorities. Ndio. Ni nini tumepea priorities? Tungepea priority kwa elimu na kuhakikishia ya kwamba hatungekuwa na hizo changamoto ambayo tuko tumefikia sasa. Ndio. Kwa hivyo mimi ningewasihi jamii na viongozi tupe elimu na utekelezaji wa elimu kipaumbele. Tukipeana hiyo kipaumbele kwa elimu na masuala ya elimu na miundo msingi ya elimu, mambo ya miundo msingi ya elimu itaanza kuimprove. Ama itakuwa kwa kiwango ya ile wengine ambao tuko. Kwa sababu tukiangazia mashule yetu, ndio, vile yameanzishwa, vile yanaendelea sana especially mashule hapa katika area hii ya Kisii, ndio, ningesema kwamba ama percentage kubwa imechangiwa na wazazi. Ndio. Imechangiwa na communities. Imechangiwa na sponsors. Sasa tukiangazia ya kwamba zile masuala ambazo zimechengwa, kwanza zilianzishwa, tukiona vile zilianzishwa, zingine zilianzishwa na sponsors kama kanisa, zikaanzishwa na sponsors wakati tulikuwa na body inaitwa DEP, District Education Board, wakati wa District Focus for Rural Development. So those sponsors wakaweka responsibility kipaumbele kwa kuchenga miundo msingi ya mashule.
Lakini sasa tumefika mahali tunahitaji tena kurudi huko. Viongozi wetu na jamii nzima iangazie mambo ya elimu na miundo msingi ya elimu. Kwa sababu tukipeana elimu bora, sio bora elimu, ndio, lakini tukipeana elimu bora, jamii itaweza endelea. Kwa sababu kwa sahihi, especially tukiangalia hii muundo wa elimu ya CBC, maana yake kuu ni kwamba wale ambao tunaita products ambayo wanatoka kutoka hii mfumo wa elimu ni watu wanaenda kufanya kazi mbalimbali. Ni lazima wafit hiyo industry wanaenda. Na unajua sasa industries zimebadilika, viwanda vimebadilika. Tuko na viwanda aina mbalimbali, viwanda vinahitaji tajriba mbalimbali, vinahitaji skills mbalimbali. Za kisasa, sio za vile tulikuwa 1970s, sio za vile tulikuwa 1980s. Tunahitaji mambo ya kisasa. Na ndiposa hii elimu ambayo mfumo wa elimu unatakiwa kuangazia mambo ya kisasa. Ndio mtoto akimaliza anaweza fit into ile tunaita the modern market. Anaweza fit ile tunaita the modern industry. Anaweza fit ile tunaita the modern employability. Kwa sababu unaweza kuwa na elimu ambaye haiwezi fit mali yoyote. Ndio. Basi tunapoendelea kusonga mbele pale, naona kuna baadhi ya mashabiki ambao wanaendelea kufuatilia pale. Namuona anajulikana kama Frank Willis Diego. Anasema kwamba jina langu mimi naitwa Franco Soro. Nafuatilia kutoka maeneo ya Kiage Tumaini. Ni mwanzo mpya kwa Ndizi TV. Anasema hivi, uliza mgeni aangazie zaidi katika transition to grade 9 to grade 10, ama jinsi ambavyo wanafunzi watatoka grade ya 9 wakielekea grade ya 10 pale. Hilo ni swali ambalo limeulizwa na Frank Willis Diego, kusema kwamba please tell the guest to shed more light on grade 9 transitioning to grade 10 next year. Na pia pale namuona Lennox Odede Reina anasema kwamba tuko ndani, asante sana kwa kufuatilia. Henry Kaunda anasema kwamba Emma Mbengo tu kutoka maeneo ya anafuatia kutoka nyumbani Bogusero, Rorua, Kisii County, ako ndani anafuatilia. Naomi Andrew Tamaso ni baadhi tu ya wale ambao wanafuatilia, anasema kwamba habari ya asubuhi nawe hujambo. Basi tunaendelea kufuatilia pale, nikimuona Frozen Demore akitaja kwamba mgeni wetu ako sawa sana, tunaendelea kufuatilia. Basi ikiwa kwamba huyu ameuliza swali, na pia kabla ambapo unajiandaa kujibu swali hili, tuliona kwamba mageuzi haya yamekuja tangia serikali yake aliyekuwa rais Uhuru Muigai Kenyatta, ambapo kuna mawaziri kadhaa wamekuwa pale. Waziri Daktari Fred Matiang'i alikuwa pale. Kuna mageuzi ambayo yaliletwa. Tuanzie upande mitihani, jinsi ambavyo ilikuwa inafanya wakati mitihani ilikuwa inatoka. Tukaona mabasi ya shule yamebadilishwa rangi na jinsi ambavyo yalikuwa yanatumiwa yakabadilishwa kabisa. Ikiwa kwamba unahitaji kutumia gari hili, uko na masaa fulani ambayo unafaa kutumia gari hilo. Kuna mageuzi ambayo yameletwa. Tukaona marehemu ambaye alikuwa waziri wa elimu pia, kuna yale mageuzi ambayo yalileta. Na pia sasa hivi Bwana Migoso Gamba, kuna yale ambayo anaendelea kuyafanya katika wizara hii ya elimu. Na pale katika miundo misingi, hapo changamoto ipo kweli. Tumeona jinsi ambavyo serikali imejikokota ikijaribu kusukuma hili. Na haswa tukiangazia county government na jinsi ambavyo wanafanya kazi yao, tuliona yule ambaye anasimamia mambo ya budget ya serikali kuangazia, aliwaeleza kwamba pesa ambazo Madam Margaret Nyakango, pesa ambazo jinsi ambavyo mnafaa kutoa pesa ama bursaries kwa shule kwa wanafunzi, ni wanafunzi wale ambao ni wale wa nursery, wale wa chini kabisa, ama ECDE. Niseme hivyo ndio posa mwili ambaye anafuatilia ajue kile ambacho tunaangazia haswa. County government inafaa kujenga madarasa ya ECD katika shule za county, katika ngazi za county, na pia wazitoe jinsi ambavyo alikuwa anasema kwamba katiba inasema kwamba wazitoe funds haswa bursaries kuelekea shule za upili na hivyo vyuo vikuu. Na pale tukapata kwamba kuna pingamizi imetokea, jambo ambalo kidogo tukaona hata katika kaunti ya Nairobi wawakilishi wadi wakafanya mgomo, wakasema kwamba lazima awapatie pesa hizo, na wakiuliza gavana wao aende kuuliza maswali. Na kuna mengi ambayo yamezungumzwa. Je,
unapojiandaa kujibu maswali haya mawili, ni nani anayefaa kufadhili masomo ya wanafunzi? Jinsi ambavyo tunaangalia serikali ya Kenya inafanya, kuna kiti ya mbunge, kuna kiti ya women rep, tunapata kuna ya gavana, mwakilishi wadi yako hapo, pia seneta kidogo zijawana wao wakitoa zao, zidani kama wako nazo, na pia kuna ile ya presidential. Mbona pesa hizi zote zisiwekwe katika kikapu kimoja, ndiposa wanafunzi wapate kusaidiwa, shule za msingi, shule za upili na vyuo vikuu hapa nchini Kenya, kwa kwamba kuna changamoto sana kwa wazazi kulipa karo shuleni? Chef, asante sana kwa maswali. Hiyo maswali si mawili. Au maswali ni mengi. Lakini wacha tuyaangazie. Kwanza kabisa nataka nikurudishe kwa Constitution 2010. Ndiyo. Constitution 2010 has given functions. Imepeana functions. Kwa serikali ya county na serikali kuu. Kuna serikali za county 47 na kuna serikali kuu. Mambo ya policy, overall policy ya serikali, sera zote za elimu zinatoka national government. Lakini mambo ya watoto wa ile tunaita wachekechea ya ECD, early childhood learning, hiyo ni mambo ya county government. Ndiyo. Vile constitution imesema, sio mimi nimesema, sio HF imesema. Ni kweli, ni katiba ya mwaka 2010. Katiba ya Kenya. Na kuna sheria kubwa Kenya hii kuliko katiba. Ni kweli. Katiba ya Kenya pia ikakuja kitu inaitwa village polytechnics. Ile kitu tunaita boundaries. They are very clear. Ndiyo. Mambo ya elimu. Tukikuja mambo ya bursaries. Mambo ya bursaries is very clear. Ni vile tunaingiza siasa kwa mambo ya bursaries. Chef, kwa kusema ukweli kabisa, zile bursaries zinatolewa na county government, members of parliament, ministry of what, several agencies, tukikuja mashirika ya serikali, zile bursaries zote zingewekwa pamoja. Sinaweza kuwa nyingi hata kuliko hii capitation tunapeana. Capitation yenyewe inapeana. Unajua sasa hii capitation ya 1400 kwa mtoto wa primary. Hii bursaries tutaweka zote. Unakumbuka 2003? Wakati Rais Kibaki alishika usukani. Ndiyo. Kila mtu alisema, watu wengi walikuwa wanasema kwamba watoto wasienda shule bila malipo yoyote. Ni kweli. Walienda ama hawakwenda? Walienda. Vitabu silikuja masiku kuja? Silikuja. Na silikuja za kutosha. Na watoto wote walienda shuleni. Mpaka tukapata wazee wa miaka 70. Unakumbuka ile mzee Muguru? Wakienda shuleni haswa akaleta masomo ya wazee mpaka wakatengewa, kila sente kaekwa, wazee wanakuja wanajifunza. Hata wale ambao wazee si wenyewe kama ile mzee Muguru ya miaka 75. Ndiyo. Alikuja akachunga na shule. Na hiyo ni chusi tu. Na ni Kenya hii tu. Hiyo pesa ilitoka wapi? Basi ni kipi kile ambacho sasa kifanye, kwa sababu kitu inahitajika kufanywa. Hii mambo ya kila mtu kuhesabiwa ati sasa enda fanya siasa nayo, weka ni ya pesa ni ya basari. Hii pesa iweke kwa moja. Iende kwa capitation. Magavana, hiyo pesa wanatoa basari. Iende kwa kikapu ya education. Ile budget ya education ambayo imefinywa. Ukiangalia kwamba kwa nini hatuna madarasa? Kwa sababu budget ya education imefanya nini? Imefinywa. Kwa nini hatuna bidhaa ya tunaita instructional materials? Ndiyo. Kama vitabu, kama computers, and many other things. Ndiyo. Kwa nini haviko kwa mashule? Kwa sababu hii budget inaletwa imewekwa huko. Because pesa ikikuja kutoka pande hii ikiitwa basari, bado ni pesa ya kwenda kufanya kazi ya elimu. Kwa nini tusiweke pamoja kikapu moja pesa yote? Tuone iko pesa ngapi ndio ianze kugawa.
Hii pesa ikitolewa kwa mambo ya CDF kwa mbunge kutoana basari, ndio irudishwe kwa ministry. Hii pesa itolewe kwa counties. Ile wamesema wametenga ndio basaries, irudishwe, iwekwe kwa kikapu moja. Hata hii mambo tunaona hii story ya tunaona watoto wa university wanahangaika. Hatutafika hapo. There is enough money, only that hii pesa sasa imewekwa ya kufanya siasa. Tungetoa siasa kwa masuala ya elimu, ndio hii pesa ingetosha tufanye nayo kazi. Namba 2. Ulikuwa na maswali mingi hapo. Ndio. National government ndio is responsible for primary, secondary, universities, na national polytechnics, na technical institutes. Hiyo yote ni mambo ya serikali kuu. Na vile tumesema serikali ya county iko na mambo ya ECD, iko na mambo ya polytechnics, na ingine tunaita handicraft centers. It's very clear na imeandikwa kabisa black and white. So tuseme kwamba katika hili ambayo tumeona ikiendelea juzi kati ya Margaret Nyakango kusema kwamba pesa hizi nyinyi kile ambacho mnapaswa kufanya kulingana na katiba ya Kenya ni hili, na yale ambayo wamejitokeza kusema ni siasa tu zinapigwa, kwamba mimi nitapeana basari ya mwanafunzi ambaye anaenda chuo kikuu ama anaenda shule fulani ya upili, ndiposa nikipigia upato kwamba nimesaidia nikiangalia kura ambazo zinakuja. Ni kweli vile unasema. Margaret Nyakango ndio kama director of budget, ndio nafikiria naangazia sheria pia. Ndio. Hawezi sema hivyo bure. Lazima ameangalia sheria inasema nini. Lazima ameangalia katiba inasema nini. Hawezi kutoka tu asubuhi na kusema sasa hii basari haitakiwi kutolewa na magavana ma MPs. Yeye pia ameangalia sheria. Kwa hivyo kitu tumesema tungetoa siasa kwa mambo ya elimu. Ndio. Hatungekuwa na challenges mingi hizi ambao unaona kwa sekta ya elimu. Kuna mambo ingine, kuna swali liliulizwa na Mr. Franklin Diego. Aliuliza kwamba mgeni wetu aangazie zaidi jinsi ambavyo wanafunzi watatoka katika gredi ya 9 kuelekea gredi ya 10 mwaka ujao. Sababu kuu sana tumesema ya kuleta mfumo, na mimi nasema hapo serikali ilifanya vizuri kwa kuleta mfumo wa CBC. Tulikuwa tumeangazia sana mambo ya kupita mtihani. Ukiona wakati tulikuwa na mambo ya mtihani ikitoka kwa class 8 ilikuwa ni kama tumeangazia sana. Mtoto amepita naenda hata uchali anaenda kusoma nini. Lakini amefanya nini? Amepita. Amepata marks ya juu. Hata wengi wakataja hutaki kujua amesoma nini. Unajua kwa exams. Kuna ile tunaita summative, ile ya mwisho. Mtihani can you imagine ile vitu umesoma miaka 8. Ndio. Ukiongeza na ile ya early learning ni miaka 10. Sasa umeambiwa kwa wakati wa saa moja weka hayo yote. Na ukikuwa mgonjwa hiyo siku hautakumbuka lolote, na utaenda tu siku labda umepatikana na msiba. Umetoka nyumbani, labda kuna msiba nyumbani. Ikiwa hiyo siku nyumba yenu ilichomeka na umekuja kufanya mtihani. So tuliangazia sana mambo ya mtihani. Na hata tukuangazia ni nini ilikuwa ndani tulikuwa tunasoma. Ndio. Hata kama hii mfumo imetusafu pia kwa muda. Lakini ukiangazia sasa hii mfumo ya CBC. Ndio. Wanataka kuangazia vile mtoto anaendelea. Vile mtoto anaendelea. Ile marks anapata mwaka huu. Wakati ile marks anapata kwa CAT. Ile marks anapata kwa experiments vile wanafanya. Inaangaziwa. Ndio. Lakini kwa ile mfungu ingine tulikuwa tunasahau hayo yote. Tunasema hii mtoto amepata grade E. Ndio. Na tutaki kuelewa ya kwamba amesoma miaka ngapi? Miaka 8. So nikikuja kwa swali la Bwana Osoro. Ndio. Ningesema ya kwamba hata kama tuko na challenges hizo mingi
changamoto mingi. Tumefika sasa klasi ya grade ya 9. Ndio. Na mwaka ujao watoto wanaenda senior school. Ndio. Sasa hii kulingana na mfumo wa CBC. Kuna kitu inasema mtoto anaenda, kuna kitu wanaita pathways. Aha. Kuna mtoto anaenda ile anaona inamfaa zaidi. Kama anataka mambo ya hesabu na teknolojia, ile subject tunaita science, technology and mathematics, STEM. Yeah. Anaenda njia hiyo. Sasa hataenda tena kusoma mambo ya hataenda tena kurudi kusoma mambo ya music. Ndio. Na so kuna njia mwafaka. Watoto hao wakifanya hii mtihani ya Kenya Junior, wakitoka kuenda form 1, sasa ile tulikuwa tunaita form 1 zamani. Ndio. Waja tuite senior school kwa nao. Wakienda senior school. Ndio. Hiyo grade 10. Sasa kama hapa mtu alikuwa anasoma subjects kama 10, kama sasa hivi anasoma 8, 9, 10. Mtoto atachagua ni area gani hii atakuwa anajihisi anaweza, ama ile ambayo roho yake inataka. Ndio. Na hata anafanya vizuri. So kuna ya liberal arts. Kuna ya performing arts. Ndiyo. Performing arts ni vitu kama drama, ni vitu kama music, Ndiyo. ni vitu kama hii ya mambo kama hii ya utangazaji hapo. Ni kweli. Sasa anaenda kusomea hiyo njia ambayo ataitaka kuendeleza. Na nimekuambia hule mwenye anataka sayansi na teknolojia ataenda njia hiyo. Ndio. So hii njia imepea mtoto sasa. Anaenda kama njia ya kuspecialize. Akielekea ile industry. Ndio. Yenye ataenda kufanya kazi ama ataenda kuparticipate. So much. Basi tunapoendelea kusonga mbele ukielezea jinsi ambavyo mfumo huu unafanya kazi, transitioning itakuwa inafanyika namna gani. Naona pale muda unaenda kweli, zimekatika dakika 44 baada ya saa 2 masaa ya Afrika Mashariki. Basi naona kuna mashabiki ambao wanaendelea kufuatilia, maswali yenu endelea kuyatuma pale. Kabla tujaenda mapumziko mafupi, ningependa kwa dakika moja uangazie kuhusiana na Kapatiko. Kwa dakika moja kabla tuelekea katika mapumziko mafupi tu. Oh, thank you. Asante sana bwana Jeff. Kapatiko ni ufupi wa Camel Park Training College. Ni Camel Park Training College. Ndio. Ni Technical Institute. Ni kitu Kenya sasa tunaita TVET. Ndio. Ni ile inapeana masomo kulingana na industry needs. Inafunza watoto ambao wale wamaliza form 4, wamaliza class 8, ndio mambo ya teknolojia, area mbalimbali, area kama media, area kama ICT, areas kama hospitality, areas kama fashion and design. Zile areas ambao they are relevant to the ministry, I mean to the industry. Yes. Hiyo ndio sasa, hiyo ndio Kapatiko nasema. Ndio. Na ndio unaona hata serikali kuu sasa hii imejaribu kufanya kwamba kila constituency kuwe na technical institute. Ndio. Na kila county kuwe na national polytechnic. Sasa tumeanza kuangazia kama nchi, tumeanza kuangazia mambo ya ufundi. Tumeanza kuangazia mambo ya teknolojia. Tunaanza kufunza watu wetu zile wapate tajriba, maneno ya ufundi, maneno ya teknolojia, maneno ya ile kazi, ile skills ambayo zinahitajika, ile kitu tunaita skill sets. Ndio. Ambao zinahitajika. So that hii nchi sasa inaweza transition from a developing country to other developing country, to developed status. Yes.
Basi tunapoendelea kusonga mbele kio kwamba zimekatika dakika 47 baada ya saa 2 masaa ya Afrika Mashariki. Baadhi ya mashabiki ambao naona wametuma jumbe zao hapa, namuona Constancia Mathe anasema kwamba CBCs are good but CBC is good but majority of the learners don't understand their pathway after grade 9. Namuona pale Patrick Nyabayo anasema kwamba so informative. Asante sana kwa kufuatilia pale. Nadhani kwamba tutapata mapumziko mafupi kisha baadaye tukirejea kuna yale ambayo tumesikia Teacher Service Commission wakiangazia kusema kwamba waongezwe zaidi ya shilingi bilioni 17 ndiposa waweze kuajiri walimu wengine na kukidhi mahitaji ama ile budget yao kama Teacher Service Commission. Na pia katika gazeti la Taifa Leo ni kwamba yule waziri wa elimu Bwana Julius Migoso Gamba kuna kile ambacho amekitamka na amehitaja kwamba sayansi na hisabati haitakuwa lazima katika shule za sekondari iwapo wamesema kwamba junior secondary basi ndipo ile hisabati itakuwa inaangaziwa zaidi. Tutakuwa tunapata maoni yako kuhusiana na kile ambacho wamezungumza na pia kuangazia kwa ujumla kazi ama jinsi ambavyo kaunti zetu zinapaswa kufanya kazi. Basi endelea kufuatilia Ndizi TV kupitia kwa mitandao yetu yote ya kijamii. Pale Facebook tupo live, tupata kama Ndizi TV News Digital, na kwingineko pale YouTube tupata kama Ndizi TV News, pale X, TikTok na Instagram tupata kama Ndizi TV News. Usisahau tovuti yetu www.ndizitv.co.ke, na pia utatuma ujumbe na kutuma ujumbe kupitia mtandao wa WhatsApp na SMS ya kawaida kupitia kwa nambari yetu ya studio 0792192834. Nirejelee tena 0792192834. Tunapoelekea katika mapumziko mafupi tutakuwa tunarejelea kisha baadaye tutaendelea na mazungumzo kwa kwamba ni awamu ya mwisho ya kipindi Pambazuko. Jina langu ni Jeff Nyakundi. Unatazama Ndizi TV Afrika. Umekuwa ukitafuta chuo ambacho kipo mahali tulivu, cha kisasa na kinachotoa mafunzo yatakayokuwezesha kupata kazi nyakati hizi, na kina walimu waliohitimu. Bas Camel Park Training College ndicho chuo hicho. Wana courses za diploma na certificate kama housekeeping management, tourism management, food and beverage sales management, fashion design, cosmetology, information communication technology, graphic design, film production, broadcast journalism, marketing management, business management na zingine nyingi. Pia wana short courses kama vile computer packages, front office management, digital marketing, video editing na zingine nyingi. Admission inaendelea. Mwandikie barua msimamizi mkuu wa chuo hicho pamoja na vyeti vyako vya KCSE au result slip. Pia unaweza jisajili mtandaoni kwa tovuti yetu ya www.camelparkcollege.co.ke au upige simu kwa 0755386594 au 0753915354. Tupo katika barabara ya Kisii Kilgoris. Camel Park Training College, empowering excellence, inspiring innovation.
Ujambo mpenzi mtazamaji wa Ndizi TV, karibu kwenye kipindi Viwanjani kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 8 hadi saa 10 jioni. Hapa Viwanjani nitakufahamisha yote yanayojiri kwenye ulingo wote wa spoti. Mpenzi mtazamaji, mchezo wa badminton ni baadhi ya mchezo ambayo tutaangazia kwenye kipindi Viwanjani kuanzia saa 8. Usikose kuungana nami James the Top Scorer niweze kukata kiu yako kispoti. Karibu Viwanjani. Basi baada ya mapumziko hayo mafupi, mpenzi mtazamaji ambayo unaendelea kufuatilia kituo hiki cha Ndizi TV, utatupata kupitia mitandao yetu ya kijamii pale Facebook tupata kama Ndizi TV News Digital, upande ule wa X, upande ule wa TikTok, Instagram tupata kama Ndizi TV News, na pia usisahau upande ule wa YouTube utatupata kama Ndizi TV News. Kipindi ni Pambazuko, na basi tunaendelea kuangazia masuala ya elimu kwa kwamba leo ni siku ya Jumatano, na Jumatano basi huwa tunaangazia masuala ya elimu kwa upana zaidi. Kwa kwamba leo mgeni wetu wa kwanza katika kipindi chetu cha Jumatano kuangazia masuala ya elimu ni Bwana Jackson Bogongo, ambaye anafahamu zaidi mambo ya kielimu, ndio ambayo tumekuwa tukiangazia jinsi ambavyo tumeanza na tunapoendelea kusonga mbele. Baadhi ya maswali yale ambayo umeyauliza nadhani kwamba yamejibiwa, na kiwa kwamba unalo swali basi tuma ujumbe kupitia SMS ama upande ule wa WhatsApp kupitia nambari yetu ya studio 0792192834, na pia upande ule wa Facebook basi tupata kama Ndizi TV News Digital, utume comment yako pale, nitakuwa nikisoma moja kwa moja. Tunapoendelea kusonga ikiwa kwamba muda wetu umeyoyoma, niko na dakika chini ya 10 kutamatisha kipindi, ikiwa ni saa 2:58 masaa ya Afrika Mashariki. Tunapozidi kusonga mbele, Bwana Bogongo, kuna mengi ambayo tumeyaangazia, na kuna lile ambalo tumeona katika magazeti asubuhi ya leo kwamba waziri wa elimu Bwana Migosi Julius Ogamba anataja kwamba sasa sayansi na hisabati si lazima katika shule ya upili, kwa kwamba itakuwa inaangaziwa katika ile junior secondary ama secondary befu. Hapo ndipo tu watakuwa wanaiangazia. Unaona jambo hili likiwa sawa ukilinganisha jinsi ambavyo mambo yamekuwa yakifanywa nyuma na jinsi ambavyo yanafanywa sasa hivi, na pia ukiangalia mwanafunzi anapomaliza shule ya upili akielekea katika chuo kikuu ama TVET ama polytechnic pale kwenda kujifunza mengi, unapata kwamba wewe kama unataka kwenda kuwa daktari lazima wataangazia sayansi umefanya, hisabati umefanya, na pia taaluma yoyote ile ambayo utakuwa unaingia unapata kwamba either sayansi iko pale ama hisabati. Je, ni njia nzuri ya kuelekea ama ni mpangilio pia wa CBC ama mfumo mpya wa CBC? Asante sana Chef. Mimi kulingana na vile nimeiona, kulingana vile pia tumeiona, ndio sera za CBC ukianzishwa, CBC kianzishwa kuwa na njia mwafaka ambayo itafunzwa na ambaye inaelekea. Ni sababu gani tulitufanya tukatoka ile mfumo mwingine tukaingia 844? 844 ilikuwa inatutoa ile mfumo mwingine ndio tuingize mambo ya teknolojia. Si ndio? Ni sababu gani tunatoka sasa 844 tukiangazia CBC? CBC ni curriculum based competence. Competence kwa Kiswahili tuseme competence. Ni kupata ujasiri. Ni kupata uelevu. Kukua competent, kuelewa zaidi, uelewe zaidi yale mambo ambayo unafanya skill wise, kwa kwamba ni kuyafanya practical wise, jinsi ambavyo yanafaa kuwa.
Sasa tumetoka mambo ya kushika vitu kwa akili. Aha. Tumerudi mambo ya kufanya vitu. Ndio. Competence. So that we get competence. Aha. Hiyo ndio tofauti na hisi mfumo mwingine tumekuwa nayo ya elimu. Ndio. Na sasa tukifika hapo. Waziri amesema haitakuwa lazima mtoto kupita hesabu ndipo aendelee na kosa zingine. Ndio. Tutarudi kujiuliza ile ambayo tuliita pathways. Aha. Sasa utahitaji hesabu. Aha. Kusomea music. Aha. Labda hii utangazaji yako unahitaji hesabu. Sasa tunaelekea kwa kwamba ile skills, ile skill set utahitaji. Ndio ya muhimu. Si lazima upate skill set ya kila area, kila mahali. Tutaelekea kwa ile ambayo utahitaji kwa kutekeleza yale ambayo unahitaji kutekeleza. Ndio. Ikiwa unataka kwa mtu wa teknolojia, lazima basi utahitaji. Mtu wa physics, lazima basi utahitaji hesabu. Ndio. Kuna areas ambayo itahitaji hesabu, kuna areas ambayo haihitaji hesabu. Kuna areas ambayo itahitaji, kama wewe unataka kwenda kwa, tuseme unataka kwenda kwa pastor. Ndio. Mhubiri. Ni lazima upate kwa alama kwa hesabu ama sayansi. Sayansi. Hiyo ni mambo ya kiroho. Si afadhali basi upate alama ya kwa mambo ya kiroho. Sasa tunaelekea na ile area ambayo umeangazia. Kama hitaji hesabu, hakuna basi haja ya kukuwa na kusomea kitu ambaye auende haiwezi kukusaidia hapo mbele. Yes. So na mimi naona hata mfumo wenyewe vile mfumo wenyewe upo na umeanzishwa. Haya ambayo waziri anasema si mageni. Ndio. Ni vile mfumo wa elimu ulikuwa umeundwa na unatakiwa kuwa. Yes. Na sasa saa hii tukiendelea vile tunaongea hapa, najua Ministry of Education, Wizara ya Elimu imeweka vikao kila county. Ndio. Wanaita dialogue. Ambayo masuala kama hii yanaangaziwa. Ndio. Na mimi nasema imechelewa. Ilifaa ije mapema. Ilikuwa ije mapema. Kwa sababu wazazi, wanafunzi, walimu walikuwa wanatakiwa kuchangia sana katika jambo hili. Jambo hili la CBC. Hata wakati tulifanya ile mitihani ya hiyo, kulikuwa na hii mitihani ya class 5, sit 5, class 6. Class 6. Kwamba grade 6. Grade 6 kabla tukuje sasa tuanze junior secondary. Ndio. Tulikuwa tunahitaji hizi dialogues ile wakati. Ndio sote tupate mwelekeo. Ndio serikali, walimu, wanafunzi, na wazazi na nchi kwa jumla iongee lugha moja. Basi tunapoendelea, ikiwa kwamba umeyatamka hayo, unaona kwamba serikali imewahusisha vikamilifu wazazi, walimu na pia wanafunzi katika kuangazia ama katika mazungumzo haya moja kwa moja, kuhakikisha kwamba mzazi aseme mimi naonelea jambo hili tulifanya hivi. Mwanafunzi aseme kwamba hili jinsi ambavyo mmelileta ni sawa, tutapambana nalo. Na pia mwalimu naye aseme hiki ambacho mmekisema kiwe namna hii. Je, umeona kwamba serikali imehusisha mzazi, haswa mzazi, mwalimu na wale stakeholders wa education katika kufanya maamuzi muhimu kama haya? Hapo ndio tumekuwa na changamoto kubwa. Ndio. Kutohusisha stakeholders, kutohusisha wahusika. Hapo ndio tumekuwa na changamoto. Kwa sababu hata tumekuwa tukisoma kwa magazeti mara kwa mara. Ndio. Vyama ambao vinawakilisha walimu, teachers unions, vimekuwa kuungana sana na serikali kwa jambo hili. Ndio. We don't have in Kenya, we don't have ile tunaita, hatuna strong parents associations. Ndio. So
hili chambo ndio tumesema they are doing something too late anyway. Yeah. Because this is something, hii ni kitu ambayo ingekuwa kila wakati, consultative meetings ingekuwa kila wakati. Hatungekuwa na hizi changamoto mingi hivi. Lakini sasa ilifika mahali kwa sababu serikali ilikuwa inataka kufaulu, ndio saa nyingine naenda mbele peke yake. Lakini tungekuwa na hizi consultative meetings. Ndio. At every kila level. Tungekuwa na hizi changamoto mingi hivi. Aha. Kwa sababu mambo haya mengine yangekuwa yamefanya nini? Yamezungumziwa na suluhisho limepatikana. Na suluhisho zimepatikana. Kama saa hii ndio watoto tayari wanafanya class grade 9. Ni mwaka huu. Ndio. Hii mambo wanaambiwa saa hii. Ndio. Wangekuwa wameambiwa wakifanya grade 6. Aha. Na jinsi ambavyo tunaliangazia hili, tumeona pia changamoto imekuwa katika kuwapa mafunzo walimu. Nakumbuka wakati mtaala huu mpya wa CBC ulikuwa unaanza, walimu walikuwa wanaeleza kwamba waende wakati wa likizo kujifunza, wafunze jinsi ambavyo watakuwa wanafunza wanafunzi mtaala mpya wa CBC. Tumeona hilo jambo limekuwa likiendelea kwa muda. Kwa sasa serikali ikataja kwamba wale ambao watakuwa wanajiunga kwa minajili ya kusomea walimu watakuwa wanaenda attachment zaidi ya mwaka mmoja kuhakikisha kwamba wameelewa zaidi jinsi ambavyo mfumo huu unafanya kazi. Na mwaka jana tumeona walimu wale wa internship wakifanya mgomo, wakiitisha walipwe pesa nzuri na pia wakisema kwamba waachili kuna yale ambao magumu ambao walikuwa wanayapitia. Na sasa hivi katika gazeti la Taifa leo asubuhi tumeona kwamba mwandishi amechapisha pale kwamba Teacher Service Commission, tume ile ya kuajiri walimu, inahitaji shilingi bilioni 17 zaidi kuhakikisha kwamba imehakikisha walimu wanatosha shuleni na pia yale mahitaji yao ambao wanafaa kuyafanya wao kama tume ya kuajiri walimu wameyafanya. Je, katika jinsi ambavyo unaangalia jambo hili na jinsi ambavyo serikali imekuwa ikitaja kwamba bajeti pesa zitoshi, lazima tukate bajeti kidogo kidogo tuhakikisha kwamba mambo haya yote yale ambayo serikali inafaa kufanya yanaendana kwa pamoja. Maoni yako ni yapi kuhusiana na jambo hili, tume ya TSC kuomba shilingi bilioni 17 na pia jinsi ambavyo walimu wamekuwa wakipewa mafunzo ya kuandaa wanafunzi ama kuwafunza wanafunzi hawa wa CBC? Asante sana kwa hilo swali. Ama hayo maswali. Ndio. Kitu mimi naangalia, nimesema sitaki kuongelelea tume ya waajiri wa walimu kwa sababu tume ya waajiri wa walimu kana system yake ya kuongea. Ndio. Na imeongea. Hata hiyo pesa wanahitaji ni kidogo. Kwa sababu mimi na wewe tukienda kwa hizi mashule, especially junior secondary, ndio, hasina walimu. Ama hasina walimu wa kutosha. Kwa hivyo wakiomba pesa waachiri walimu wa hiyo junior secondary, ndio, si wapewe. Ndio tukue na walimu. Ndio. Because watoto hawasimami kukua. Hawatasimama kufunzwa. Ndio. Walimu wakue, walimu wasikue, wakati unaendelea kupita. Ni kweli. Na kwa hivyo tunataka kusema kama hii mfumo utaenda kuwa successful, ndio, tunahitaji walimu wa kutosha katika hiyo junior secondary. Si kama sasa unapata kuna changamoto mingi sana. Na hata wale wengine huko tumeona kwa magazeti wanagoma kwa sababu labda ya wamepewa contract ama internship. Sasa ile utendakazi wao hautasaidia mtoto kwa sababu kama leo huko street unagoma, unafunza saa ngapi? Utaprepare saa ngapi? Hujapata muda wa kufanya kazi hiyo vizuri. So TSC ingekuwa facilitated vizuri. Walimu wakuwe facilitated vizuri, wakae shule, wajipange, wajiandae, wafunze watoto. Ndio. Hiyo ndio tungesema. Kitu kingine mimi ningesema ya kwamba mambo ya training. Ndio. Kutrain mwalimu ndio akue mwalimu. Ni inahitaji mambo mengi. Hiyo course ni kubwa. Iko na mambo mengi. Ndio. Ina train vitu mingi. Hii mambo ya kualign mwalimu ndiye achue kufunza CBC ni mambo ya methodology peke yake. Delivery. Ndio. Ile yani
hali ya kutoa ile content. Unajua mwalimu lazima kuwe na content. Alafu ukiwa nayo basi utaitoa upeane kwa mwalimu, kwa mwanafunzi yake. Ile methodology, ile delivery. Ndio sasa serikali inatakiwa kwa wale ambao wamehitimu kwa walimu. Walikuwa wamehitimu tayari kabla ya CBC. Tayari ni walimu. Ndio. Kwa sababu wamefunzwa kuwa walimu. Ndio. Sasa kitu watafunzwa ni ile ya kudeliver. Ndio. Ile tunaita methodology ya kudeliver curriculum vile natakiwa. Sijui kama hapo tunaelewana? Hapo tunaelewana vizuri. Yes. Na so si kuretrain mwalimu vizuri hapa. Ni kustrain mwalimu in those aspects. Kwa sababu tayari yeye ashafunzwa ni mwalimu. Mambo tunaita pedagogy. Ndio. Kwa sababu inahitaji mwalimu afunzwe saikolojia. Mwalimu afunzwe mambo ya elimu, ya kielimu, educational foundations. Afunzwe sociology, education, aelewe mambo ya elimu kwa jumla. Ndio sasa ikuje hii mambo ya delivery. So hii mambo ingine yote mwalimu ako nayo. Ndio. Sasa the element where penye government ingeweka mkaso ndio ingekuwa hiyo mambo ya ku-retrain wale ambao wako na background. Alafu hawa ambao wako colleges ndio waendelee kufunzwa hiyo mode. Wakitoka wakuwe nayo. Ndio. Sasa wale wengine wale ambao walitimu mapema ndio waendelee na hii kitu inaweza kuwa tunaita in service. Hii kitu on the job in service. Kitu nilisema hapo awali. Ndio. Shida ni rasilimali, resources. Uacha serikali itoe resources ya training. Walimu watafunzwa na watafunzika kwa sababu wanaelewa haya mambo. Okay. Yes. Basi tunapoendelea kusonga mbele zikiwa zimekatika dakika 9 baada ya saa 3 mchana saa 3 asubuhi masaa ya Afrika Mashariki, kipindi hewani ni Pambazuko kikiletwa nami Jeff Nyakundi tukishirikiana na mwenzangu Jacinta Nyabeta ambaye kidogo aliondoka, nikiwa na mgeni wangu bwana Jackson Bogongo, tunapoendelea kuangazia hatima ya mfumo mpya wa CBC na hali ya elimu hapa nchini. Kia kwamba baadhi ya mashabiki ambao wanaendelea kufuatilia pale, naona Marian Daniel anasema kwamba anafuatilia pale. Patrick Nyabayo, nilisoma ujumbe wako pale. Frosine Demore, nimeona message yako. Pia Lennox Odede Reina, nimeona ujumbe wako hapa. Tunapoendelea kusonga mbele kia kwamba karibu niko kama na dakika 2 tu za kutamatisha kipindi. Na basi tumeangazia mengi kuhusiana na elimu, jinsi ambavyo ilivyo. Na hatutamaliza kuyazungumza yote katika kikao hiki kimoja. Wiki ijayo pia tutakuwa tuna kipindi kama hiki, tutakuwa tunaangazia mengi kuhusiana na elimu. Lakini kwa sasa nimpe nafasi mgeni wangu Jackson Bogongo angalau ataje maneno yake ya mwisho pale kwa mtazamaji wetu ambaye anaendelea kufuatilia, kisha baadaye tutakuwa tunatamatisha kipindi kwa sababu ya wakati. Asante sana. Mimi ningesema ya kwamba kama jamii ndio tunatakiwa kutilia mkazo sana mambo ya kielimu. Kwa sababu wale wasomi wanasema elimu ndio equalizer. Ndio inaweza tufanya tukue pamoja na wengine. Ndio haina boundaries. Kitu kingine nimesema sisi kama jamii labda tusiongoje serikali peke yake. Na sisi pia tuingize mkono. Tujaribu kutunza rasilimali zetu kama shule. Na lastly ningependa kuhimiza serikali iongeze resources, iongeze budget kwa kutekeleza mambo ya elimu. Ndio hizi changamoto sikue siangasiwe. Alafu serikali isifanye hiyo kazi peke yake. Ifanye na wengine na wahusika wengine, stakeholders, ndio tupunguze hizi changamoto. Asanteni. Basi kabla sijakuruhusu ondoke, kuna mmoja ananiuliza muulize maoni yake kuhusu rais akitoa hadi kwamba atanunua mashine ya kutengeza chapati milioni 1 kwa wanafunzi wa shule katika kaunti ya Nairobi. Hiki ile ambacho tutakizungumza kuhusiana na hilo. Mimi kwangu ningesema ya kwamba we are a developing country. And we have very many unemployed children. Ndio. Who need to even make those chapatis and make more money. And we have our Shuakali fellows who should be encouraged to make most of those machines, to make hata kama Shuakali fellows wanatengeneza zile za kutengeneza 10. Ndio. So that those resources
ndio tuongeze hata watu wa kupata ajira. Hiyo ni maoni yangu. Ikiwa kwamba ni maoni yake Bwana Jackson Bogongo ambaye amekuwa ni mgeni wangu asubuhi ya leo katika awamu hii ya 3 ambapo tumekuwa tukiangazia masuala ya elimu. Ikiwa kwamba tunashukuru kuja kwako Bwana Jackson Bogongo. Tunatumai kwamba tutakuwa tunashirikiana katika hatima hii ya kuangazia mambo ya elimu katika nchi yetu ya Kenya, katika kaunti zetu na eneo pana la Nyanza, pia maeneo mengine hapa nchini Kenya. Basi kufika hapo mpenzi mtazamaji, ndipo nafika tamati nikikueleza kwamba endelea kufuatilia idhaa hii ya Ndizi TV kupitia mitandao yetu ya kijamii. Pia utatupata pale Facebook kama Ndizi TV News Digital, na bila shaka utafuatilia matukio haya yote kupitia mtandao wetu wa YouTube Ndizi TV News, Ndizi TV News pale YouTube, na bila shaka kupitia tovuti yetu ni www.ndizitv.co.ke, na bila shaka usisahau kwamba utatuma ujumbe mfupi ama arafa kupitia mtandao ule wa WhatsApp kupitia nambari yetu ya studio 0792192834. Basi kufika hapo nafika tamati. Tupatane kesho panapo majaliwa, kwa kwamba ni siku ya Alhamis ambako tutakuwa tunaangazia masuala ya kilimo na biashara. Tupatane asubuhi kabisa katika kipindi chetu cha Pambazuko. Jina langu ni Jeff Nyakundi. Kwaheri.